ndani. Karibu sana moja kwa moja. I hope kwamba siku yako imeisha salama, siku yako imeisha salama, imeisha vizuri. Tangia tulikuwa jana siku ya jana. Leo today naanza kukaribisha moja kwa moja hapa ndani na tujue tunaweza kufanya mawili matatu. Nasikia kwamba mbali sana, au sio? Sauti iko mbali sana. Sauti hapo inanichezea mbali sana. Okay, nirudiwe radhi, nashughulikia mitambo yangu hapa. Sauti hautasikia inakuja na mtetemeko kiasi. Najua kwamba sauti zimekuwa leo. Unatumia gani? Hey. Kulikuwa ndo tatumaliza pili leo. I'm still looking for a way ya kuweza kushughulikia mitambo, nione kwamba ni njia gani inaweza ku. Okay, I hope kwamba mnanipata kwa njia iliyo safi. But let me just tell you kwamba nipo ndani kwenye show. Karibu sana. Kama unawakilisha rekodi yako pale kwenye comment section, nihakikishe kwamba unanipata vizuri sana na unanishikilia katika maeneo yapi yale. So karibu sana, tutakwenda kuanza show na I hope kwamba itakuwa rich, itakuwa na matena zaidi. Lakini kwa sasa I hope kwamba shikilia kwa dakika moja tu nishukie kidogo. Yes, hapa sasa iko sawa. Iko sawa sasa, si hivyo? It is good. If you are following from where level you are, hakikisha kwamba unaniambia kwamba tuko sawa na tuko salama sana. So karibu sana kwenye show. Najua kwamba leo ilikuwa na matena zaidi. Tunakwenda kutana katika mtani wa asubuhi ya leo. Nahitaji kwamba tunazidi show. Kama unaona link hapo, chukua hiyo link kwa simu yako kama jana. Vile ambavyo nachukua simu yangu hapa. Na nimechukua simu yangu hapa, nataka ni share kwa watu wote. Lakini ile tu nikwambia kwamba hata hapo naona kama ni kuagiza. Mnaniona vizuri kweli? Sio nimeingia studio design hapa hivi na kwa kigiza. Nasikia sauti yangu si normal, lakini niwe radhi. Wacha nishughulikie kidogo. Okay. Right. Okay. Now, nimepatana leo na sauti yangu hapa inanitatiza. Microphone zangu haziko hapa kidogo tu, lakini najua kwamba tutakuwa sawa.
Now, today we want to discuss about kuna kitu ambacho tuzungumzie leo. Jamaa amesema kwamba rafiki yake amekuwa akinicheza. Hakuwa anafahamu kwamba rafiki anaweza mcheza katika kiwango, katika hiki kiwango. Rafiki amemuenjoy sana. Rafiki amemchezea. Naona yule rafiki wa ndani, yule wa ndani kabisa. Walikuwa wanatembea pamoja. Wakikula wanakula pamoja. Anasema kwamba let's eat together. Yeah? Wamekaa Nairobi wakaishi pamoja. Jamaa kipata na shida anamwambia wewe ni ndugu yangu. Wacha nikusaidie. Let me help you. So something strange happened. So huyu jamaa kumbe amekuwa ni rafiki lakini pia anacheza na bibi yake. Jamaa na hajui kumbe anamchezea bibi yake. You know what happened? Kumbe alienda kupatika hiyo bibi yake mimba. Sasa juzi akizaa ndio sasa nikuja kumwambia unajua mtoto ni wa mtu fulani na ilikuwa hivi na hivi. Sasa ndio jamaa anaweza jamani. Sasa mwanamke amenitenda. Je, naweza endelea kuishi pamoja na yeye? Can I continue stay with this woman? Je, huyu mtoto niishi na yeye mniachie jamaa ende na yeye mtoto? So how come? Mimi ni rafiki yangu ashapatiana ashanizalia mtoto kwa poma langu na bibi yangu. Ndio anauliza. Huyu ni rafiki yangu wa ndani, anajua siri zangu, anajua siri zake. Lakini amenificha hapa, amepatiana bibi yangu mimba, amezaa. Mtoto ni kijana, ako pale kwangu. Can I continue stay with this woman na huyo mtoto? Ama niambie mtoto waende mama atoke na mtoto aniachia watoto wangu ile because amenizalia. Na mimi sikuwa aware. Kumbe mimi nilikuwa napaka mtoto rangi na mtoto si wangu. Amezalisha hadi mtoto wa wenyewe. So nikaona wala nimalizana kila siku. So I hope kwamba ndio ningia kwenye show. Hadi mimi sijaanza kushare. Just I want you to help me guys. Nataka tuweze kufanya kazi kwa utaratibu. I want you to kunisaidia kufanya kazi kwa utaratibu. Help me to just kwa link. Nenda kwa simu yako. Kwa mfano mimi nimeenda kwa simu. Nenda pale hapo kwa live chat. Nenda kwa live chat hapo, andika comment. Wale watu kwa YouTube, kwa Facebook, popote pale. Tafadhali niambie I'm present from na watch kutoka mahali fulani. Ipo ndani. Na mimi nimeandika comment yangu pale, ipo ndani. Mimi nimekuja hapo. So wewe niandikie comment yako uko ndani na unawakilisha kutoka maeneo yapi. Ukimaliza hivyo like. Ukimaliza ku like, share. Enda kwa share tafadhali. Kwa mfano mimi nimeenda pale nimeanza kushare. Mara ya kwanza nimecopy link. Nikicopy link, nimechukua ya pili ambayo inasema kwamba naenda WhatsApp. Nataka kushare pale kwa groups. So tafadhali help me share this link. Tunapoenda kujadili katika mkutano wa siku hii ya leo. It's okay. Now. Tuko pale WhatsApp. Chukua link pale. Anza hivi. La re mi so fa le li. Okay, do re mi. Na ngoja niweze kushare. Bado nikitegea hapo. Wacha niangalie pale katika mtandao. Okay. Let me see here. I see some from kutoka Facebook. I see you guys mshaingia. Hey! What? I hope kwamba itakuwa noma tena reach zaidi. So watu waweze kufika kwenye show, tuweze kupiga nao na kama kawaida hadi pale tutakapofika mwisho. Okay. Okay. All right. Let's do this. Let's go to this point.
Yes, nataka najaribu kufanya sharing hapa. Na najua kwamba itakuwa noma tena zaidi. So tutafuta hii hapa. Wale watu nisaidie kushare, like pale. Like tafadhali. Like hapo. Na mimi hapa narejea niwaambie vile mjadala inaenda. Ila tu naomba tuanze kushare kwanza. Chukua vile nimekuambia hiyo link. Guza kwa hapo kwa groups zenye huko. Watumie invite them to come to our tonight show. We want to share and want to talk more and more and more and more and more and more. Mm? Mm. Mm? Mm. Okay. Hapo ni noma zaidi. Tena sana. Alright, asante sana. Yoyo mimi hapo, rusha hapo, rusha hapo. Okay, nimeshare. Wewe nisaidie kushare tafadhali, na nione comment, tuachilie comment pale. Nimeshare kule. Sawa, iko sawa, iko sawa. Yeah. Okay. Kuna kitu nataka kufanya hapa tafadhali. So sawa, it's okay. And I hope kwamba tunaenda kuanza moja kwa moja. Show itakuwa noma tena zaidi. Sasa hivi back to the normal street, back to the normal business. Tafadhali watu waniambie pale kama ushafika. Naenda kufungua mjadala na kuachilia link, na nitaomba and then tunakwenda kuanza show yetu ya siku hii ya leo. And nilikuwa nafanya sharing and hope pia wewe umesaidia kushare. Naona kupiga hapa sisi. Baadaye nitaona niende kushughulikia. Naona hapa hii right. We just add. It's okay. Najua kwamba sauti yangu iko sawa, but utanivumilia hivi leo. Wacha niombe tuanze show. Wacha niombe we start our tonight show, na itakuwa noma sana. Wacha nikuombe. Mwenyezi Mungu, tunatukuza jina lako jioni hii ya leo. Tunaomba ukaweze kutuongoza kwa kila jambo. Tunaomba ukaweze kutulinda kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, na tunahakikisha damu yako Yesu Kristo ndio maisha yetu. Asante kwa ulinzi mwema, asante kwa neema na fadhili zako. Tumeona mkono wako tangia siku ya leo tulipoachana asubuhi. Tena tumepatana hivi leo, tunahitaji kuona mkono wako ukituongoza, ukituelimisha kwa kila jambo. Asante kwa maana utaenda kutushika mkono sisi kama watoto wako. Pia naomba watazamaji wote wa Kisi Hot TV wakabidhi katika mikononi mwako, wawezeshe kwa kila jambo, wapiganie na wafunike na damu yako Yesu Kristo. Sasa hivi neema na fadhili zako zishuke juu ya maisha yetu, na ukatende makuu na ukatende mema juu ya maisha yetu. Asante, tutakwenda kuanza katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. Tuongoze tuweze kujifunza mawili matatu. Asante, tusamehe pia na dhambi zetu sisi kama watinatamu. Ndio milele na upewe sifa milele. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Watu waseme amen. Watu waseme amen. Yes, thank you very much. Na wale ambao mmeweza kulike pale, nashukuru sana. Wale ambao mmeweza kushare pale, I like it and I love it. But today we want to talk about a very special topic. Unajua every instant or every topic tunakuanga nayo hapa. Just I want you to know this. Hiyo kitu ambacho tunazungumzia hapa, hiyo ni kitu ambacho tunaambiwa na watu wengine. Ni mtu anasema kwamba nimekwama, tafadhali naomba mnisaidie. Kwa mfano kama hii leo. Jamaa amekaa na rafiki yake. Ameintroduce hiyo rafiki yake kwa bibi yake, kumwambia my wife, meet my best friend anaitwa Tony. Kwa mfano.
my beautiful wife, my queen, my angel, meet my friend here Kukulikutu, not me. Hiyo si mimi nilifanya, but for example, right? So this friend of this guy alienda, wamekaa pamoja zaidi ya mwaka mmoja, but the guy amekuwa anajifanya rafiki wa ndani, anamwambia bibi amemkaze, my friend, how is your wife? By the way, she's just humble. Your wife, yani, she's very polite. I like her. Yani ana maneno, jamaa mwambia bibi yangu ana maneno. Bibi yangu tako hivyo. Kumbe jamaa bana anacheza game, anacheza offside, anamchezea game pale nje na jamaa hajui. So this year mwaka umesha na kama miezi hivi michache, jamaa amekuwa marafiki, amemrudisha kwa bibi yake, and now kumbe hii time yote, at the first time jamaa alikuwa introduce kwa huyu wife wa friend yake, fisi ni fisi, nyangavu ni nyangavu, nyangao ni nyangao, na mbuzi ni mbuzi, na fisi ni fisi. Unajua fisi si samaki. Fisi alienda kadandia bibi yao wenyewe, kaanza kumeza mate na kumwaga mate. Jamaa ndio huyo akampatika bibi, and it was quite unfortunate. Ile the first katiba walisoma mimba. Now bibi amezaa juzi. Ndio nimekuja kuona kwamba bibi amemwambia, huyu mtoto wa rafiki yako. Just a time huyu rafiki yako alikuja na shopping vizuri, anataka kupatiana kwa mtoto, anataka kuona jamaa ke rafiki, wako umeamua kuja kufanyia mtoto wako shopping. Relax my friend. Wacha bibi yako akwambie ukweli, mtoto ni wa nani. Na bibi akasema no, you introduce your friend to me, the way you introduce that friend of yours to me. Tukakuwa pia na sisi my friend, tukachukua tumesoma katiba. And now this is the result. Mtoto kijana ndio huyu. Sasa jamaa confused. Anauliza, jamani, my God, sasa nitalia aje mtoto wa rafiki yangu na bibi yangu amemzaa? Nitaweza ishi aje na mtoto na huyu bibi, huyu mwanamke? How can I stay with her in the same house, the same bedroom, the same bed? How can I? How inawezekana? Itakuwa vipi? That's the question this guy is asking from himself. Sasa na leo ndio anauliza, jamani, ninaishi aje na mwanamke amenitenda, na kama tukiishi naye sio tutakuwa wanaenda tu na rafiki tu hivyo, wanasoma katiba, katiba sita, bado ataendelea kunizalia watoto wako wengi na mimi sitaki watoto wengi. Ndio anauliza, huyu mwanamke nimfukuze ende kwa huyu rafiki yangu akae na mtoto, ama niishi na yeye rafiki yangu apeleke mtoto? Yani ako ni dilemma situation. What is your concern? Ingekuwa ni wewe, ungemwambia nini? Ungemshauri nini? Ungemwambia afanye nini? If it were you, what was the first action you can take? So nitaenda kuachilia linki pale, ni kuinvite kwenye show. Nitaenda kuachilia linki pale, utaingia kwenye show, utuambie maoni yako, na jamaa anasikiza na anatazama popote alipo. And we want tumwambie tu wanawake, I don't know, when you are married, yani hata kama mume wako ni hajiwezi, hakuna, hata kama hajiwezi, si unanyekea tu, is your husband. Yes. So here nataka tu niweze kufanya share hivi na hii link, alafu kisha baadaye nataka kuingia hapo niachilie link. Nataka kuachilia link, unaona kutosha, we can start to enough. We can start talking, tunaanza mjadala. Nataka kutukochea link hapo kwa watu wawili watatu, na kisha baadaye tuingie kwenye show. Yani imagine your wife unamwacha kwa nyumba, anaenda kutafutia, analala na rafiki yako. So jamaa mwanamke anaambia bibi yake, anaambia husband wake, you are the one who introduced me to your friend. Wewe ndio ulintroduce me kwa rafiki yako. So whatever what has happened, it is because you introduced me to your friend. You are the one.
Naona mlipendana. Yaani mimi nikaanza mapenzi yetu pale pale. Imagine. Hey, anaitwa Dominic Machoka. Dominic Machoka ananiambia kwamba huyo bibi unampea transfer ya lazima. Aende kwa huyo jamaa, Kanairo tuko locked. Sana kutoka Kanairo. Yaani unampatia transfer unamwambia wewe sasa enda kwa bibi wa pili huko na ama na wewe. Unataka kuna wengine anasema alikuwa ananiuliza na mimi nijifanye urafiki na mimi niende kwa bibi yake kwa rafiki yangu na mimi nimpatie huyo bibi yake na yeye sasa tukue equal. Hey. Obe. Hiyo ndio ubaya wa kuwa bibi ako na sura nzuri. Yaani sura Espan kaunda. Sura nzuri ndio inaweza fanya watu warambe sukari yako. Sura. So it is you. Yaani wanawake wazuri wangapi wako pale nje? Unaona bibi yangu ndio mzuri. Sana. Espan kaunda niko ndani kutoka Kanairo, watu wa Kanairo naona pale sana karibu sana. Double A Lilian nipo ndani from Gulf karibu sana kwenye show. Anaitwa John Mwama. Huyo mwanaume aki. Huyo mwanaume aki sawa. Kama hajui kazi aonyeshe. No. Akuna watoto. Yes. Akuna watoto. Sasa ni kazi gani hajui? Nemwega. Akuja nizalie. Ni rafiki yangu. I have introduced to my wife. Na unizalie mtoto pale. Huyo mtoto nitalea. Huyo mwanamke nitalea naye kwa kitanda changu, bibi yangu. Urafiki? No way. Mimi hapo kwangu mimi. Potelea mbali. Nasoma comment naenda kuachia kitu kwenye show. Hiyo ni maoni yako. Asante sana. John Amwama. Irene karibu hi Deno, high five mambo. Irene karibu hi I'm new here. Karibu sana Irene. You are new. Unajua kwamba leo uko mbali. Leo ku USA. Asante sana. Watching you from Uganda. Nilijua tu hauko Kenya, uko Uganda. Karibu sana. Sio kwamba patanisho ni nini? Patanisho ni kesho mtu wangu. Na pata mchumba ni kesho. Tuweze kuprepare vizuri. Valentine's Day. Very soon. Nataka utakuwa single. Irene karibu number 3 nimejaribu karibu sana Irene. Irene karibu team Kumbe Rafiki tupo karibu sana. Nasema kwa blessed month to all members karibu sana mami. Nasema kwamba happy new month all members. Happy new month to you my dear. Irene Hydro 5 karibu sana. Watching right from Mosojo Saito. Umetoka Uganda tena umekuja Mosojo. Anyway, watu wa Mosojo akina Iru papa akina wanani zeke virongo. Asante sana. Anaitwa Philip Orina. Philip karibu sana. John Amwama. Ni daktari John Amwama watching you live from Nyangena. Oh, daktari. Uko Nyangena hapa chini. From Nyangena Hospital hiyo bwana ako na sawa. Asante sana. Tawatembelea Nyangena hapo kupata vaccine ya COVID-19. Poa sana Irene. Irene karibu kesho tukuje mapema na gati. Lazima apate mjumbe. Asante sana. Irene karibu kitabu ukuje nayo kitabu bado kuna kitabu hapa. Anasema kwamba Irene karibu watch live from Western Hotel Longata Longai. Shatoka Uganda, Mosojo, sasa unaongelea wapi? Kanairo. Linki ndio hiyo. Watu wengi kwenye show sasa. Mada tunaingia na mada nayo. Tuimade kabisa. I want us to be very honest. I want to be very honest. Usipoteze hiyo kitabu. Please. Kitabu usipoteze please. Usipoteze kitabu please. All right. I hope kwamba we want to wish to start our show tonight and we see how can we help this man. Yaani jamaa tu unaramba sukari ya jirani mpaka unaacha. Hey. Blessed mama yetu. Habari kwako?
Niko salama, sijui kama unanipata. Nakupata loud and clear. Mimi pia nakupata loud and clear. Welcome to the show. Leo niko huko pande za Elementaita Nakuru pale panaitwa Tangi Tano kama unapajua. Again nimeshwari. Mimi sasa toka Kisii. Hapo sijui. Si nini Elementaita unafika Nakuru town. Unachukua gari zenye zinaenda Elementaita. Ni hizo route. Yes. Niko huko sasa. So pande tunakupata vizuri. Leo tunaongea na jamaa hapa analia. Anasema aliintroduce bibi yake kwa rafiki yake wa ndani. Rafiki akakuwa mnafiki, ndio ameenda amepatika bibi yake mimba, bibi yake amezaa mtoto kijana. Anauliza, huyu mwanamke niishi na yeye? Na huyu mtoto niishi na yeye? Nilale na huyu mwanamke kwa kitanda changu? Huyu mtoto nimpatie shamba yangu? Ili hadi niona mtu mwenye alipeana baba yake ni nani? Ndio anauliza, je, afanye nini? Maana rafiki amecheza game back offside. Mimi kitu ya kwanza nashukuru Mungu kwa kutufikisha hii masaa tukiwa hai. Yes. Kitu ingine ningependa kuingia kwa mjadala, lakini kabla sijaingia kwa mjadala ningependa kuita kina Geti, kina Kiababa wakuje pia wachangie mjadala. Mimi upande wangu ningependa kusema hivi. Kusema ukweli, kama unapenda mtu, kuna vitu huwezi mfanyia. Nikirudi upande wa sisi wa Kisii, mimi husikia wa Kisii wakisema ukilala na mtu, yani mwanamke akitoka nje, hiyo ni kosa ambayo nafikiria hata wazee hawaongelelei hilo swala. Kama wanalitatua saa hizi sijui, lakini ni kama mambo ya kitambo haikuwa inatatuliwa. Yani ukienda nje ya ndoa, hiyo ni kuachana direct. Lakini tukirudi pande ya siku hizi, mimi upande wangu kama ni mimi, huyo yani tuseme mimi ni mwanaume, huyo siwezi kuishi na yeye. Kwa nini siwezi kuishi na yeye? Kama ashaenda nje na rafiki yangu, si ataenda nje na watu wengine. Haya, huyo mtoto wamezaa, hiyo ni damu imechanganyika. Kumbuka watu sasa wamechanganyishwa damu. Sasa hao watu kuachana ni ngumu. Unajua damu ni mzito kuliko maji. So mimi upande wangu kama ni mwanaume, mimi hapo najitoa kiroho safi, na ningependa kuadvise wanawake, kama hujafika wakati wa kuolewa, tulia ungoje wakati wako ifike. Wakati wako ikifika uende utulie kwa ndoa. Hii mambo ya kuolewa na tena unatoka nje, ukipatana na mzee mbaya anakukata hata shingo. Kwa hiyo ni jambo mbaya upande wangu. Surely. Yani wanawake, yani ilisemasi ni introduce sema kwa mfano wani bibi yangu, lakini utakuwa bibi yangu kwa sasa hivi tu ndio nakuwa bibi yangu. Na nileta hapa Eriki Abuga, nimwambia Eriki Abuga, meet my sweetheart here. From there, alafu sasa wewe mwanamke unakubali. Sasa au unakubali hata mpaka unaenda unatoa nguo zako zote kwa rafiki yangu, unabaki uje. Wanawake ni nini shida? Kuna mwenye nimesikia akisema ati kama huyo mwanaume hawezi kazi asaidiwe. Mimi siwezi kusema huyo mwanaume hajui kazi, kwa sababu hiyo miaka mmeishi naye. Kusema ukweli, hiyo miaka mmekaa mpaka mkapata watoto. Kama angekuwa anajua kazi ungekuwa hapo, au ungekuwa umeshatoka. Kwa hivyo upande huo mimi naona mwanamke ndiye alifanya makosa. Kuna mmoja amesema kwamba
hiyo ndio ubaya wa kuwa bibi mwenye kuna sura nzuri. So sura nzuri ndio inaweza fanya rafiki yako akucheze. Mimi nilikuwa nataka niseme hivi. Yes. Usiseme mambo ya sura. Hata wenye hawana sura bado wanatoka nje. Hata wenye hawana sura bado wanasaliti wazee wao. Unaona? Yes. Yaani tuseme ile kitu inafanya mwanamke aende nje ni tamaa. Anataka kujaribu huyu anaweza kuwa tofauti. Ama maybe tuseme pia pesa. Kuna wanawake hudanganywa na pesa. Pesa ama tamaa. Kwa hivyo tusijaribu kudanganyana hapa ati sura. Hatuwezi sema ni sura, so tukisema ni sura inamaanisha wale watu wako na sura mzuri peke yao ndio wanaenda nje? Hapana. Sio hivyo. Mimi nilikuwa nasema kwa hii swala ya kwenda nje ni tabia tu. Ni tabia tu inaingia mtu kama anataka kujaribu. Tuseme huyu deno anaonekana ni 1GB. Anaweza kuwa anaendeshanga magari aje. Unaona? Huyu mwingine ni 3GB. Anaweza kuwa anaendeshanga magari aje. Unaona? Yaani ni kama kwenda kujaribu aone kama kuna tofauti. Unaona? Kwa hivyo hatuwezi sema ni kitu mtu anafanya akipenda, ni ile tuseme ni tamaa. Yaani unakuwa na tamaa. Na kuna watu wako na hiyo tabia. Hata akiolewa hawezi acha hiyo tabia. Ni tabia inaingia mtu. Unaona? So ndio unaona siku hizi unasikia watu wanauliwa, wanauana. Unaona? Unajua watu wakipigana, kuna mwingine anaona aibu kusema bibi yangu alienda nje. So anaona heri ya kumaliza juu ya aibu. Lakini kikwetu na mila zetu kuenda nje sio mzuri. Hiyo ni kama kuvunja sheria. Hiyo ni upande wangu. Mimi nachangia upande wangu. Mtu naye achangia upande wake. Right. Right. Anaitwa Eric Abuka, my friend, you are doing well. Tulikuwa nawe Marongo pia kufungua mwaka, well done. Asante sana. Habari vipi watu wa Marongo, we were there tukianza mwaka. Mwalimu Sagasaga Musinto Orioba. Mwalimu Sagasaga Musinto Orioba, mambo vipi? Kikuracho kingoni mwako. Tambua na kung'amua ya babu. Hawakuketi chini na kujikuna vichwa. Kisha wakanena kwamba kikulacho kingoni mwako. Umesema kuna Nakuru pia, my president mom Eric Abuka watching you live from Nakuru. Mwambie mwalimu. Ambia hao watu kwanza waingie ndani. Kitu ya kwanza waambie waingie ndani tuchangie mjadala. Alafu ambie Eric Abuka niko hapa pande za Elementaita Nakuru. Hapa karibu na kiwanja Swara. Hapa karibu na pali Ndalamia amenunua shamba. Huyu mzungu anaitwa Ndalamia. I think Eric anapajua. Niko hapo saa hizi. Right. Hapo ndio tuko sahi na blessed mami. Tunaenjoy maisha tukimoja Valentine's. Message comments, it is let's all remain faithful to our partners. Avoid falling into temptations of the body. Thanks. Eric, what can you do this woman? If it were you, angekuwa ni wewe. Amekucheza hivyo. Link ndio watu waguze hiyo link. Chaza hiyo link kufikisha ndani ya show. Kuna comment hapa kwake Veni Nyamusi. Ananiambia good evening to you. Wakubwa, blessed mom, I see you. Wewe Veni, ingia show. Ambia Veni kuna pahali nimemwacha, mimi hawezani na mimi. Mwambie mimi naruka kuruka kama chura. Mwambie akuje. Amekusikia.
So Veni, ingia ndani uchangie mjadala. Alafu nilikuwa nataka kusema jana hukukuwa tulikuwa na mjadala mzuri sana. Yes. Pastor Janai alitufundisha kuhusu self control. Yes. Self control, mimi najua ujuangi Kizungu, mimi ndio najua Kizungu. Self control ni ile, yani we mwenyewe unaweza kujicontrol, sijui inasemwaje na Kiswahili. Sasa leo mimi ni mzungu, so self control ni ile unaweza kujicontrol we mwenyewe. Yani kama umeamua kukuwa na msimamo kwa mzee wako, unakuwa na msimamo. Alafu huyu, kuna comment imetumwa hapo mzuri sana ya huyu jamaa wa Nakuru. Kuna comment fulani ametuma hapo imeniguza. Amesema tujaribu, sijui SMS imepotea. Unaona hiyo SMS yake, amesema kuna temptations, yani wakati unatoka nje. Ndio hiyo ni majaribio kwa Kiswahili. Majaribio ni gani? Umeenda nje, mtu amejua wao watu hawafanani, unakuja anakukata life. Siku hizi watu wanakatwa kama nyama ya buchari. Sasa ndio huyu Eric amesema, yani tukue wale watu tuna avoid temptation. Ku avoid ni kujiathari, kujichunga na temptation. Sasa huyu Eric, kesho mpaka tukutane Elementaita. Kwanza kesho ni Members Day, nitamchafua. Alright, asante sana. Eric Yabuka. Unanipata? Eric, niko kwako. Okay. Jaribu tena kuingia Eric. Eric, come back. Jaribu kuingia tena. Ni kama amehang. By the way, just ask yourself, if bibi yako azae mtoto wa rafiki, yani rafiki yako azalisha bibi yako, your friend, your innermost friend, the innermost friend of yours, ana azalisha bibi yako, mtoto kijana, will you just remain to stay with, will you just accept to stay with that kid? Utakubali kuishi na huyo kijana, umpatie shamba? Utakubali kuishi na huyo mwanamke? Utakubali kuishi na huyo mwanamke kwa kitanda chako, kwa bedroom yako, kwa nyumba yako? Will you just accept? Na wewe wanawake, unatoa nguvu wapi? Nguvu unatoa wapi? Nguvu ya kutolea rafiki ya bwanako nguo, shwari, let's say, hata kama wewe ni mjinga wa kiasi gani, hata kama wewe ni mjinga wa yule mwisho, but these things, they do happen. Wanawake, what's the big problem? What happens? And I know very well, and I know very good, tutazungumza hapa. Kuna baadhi ya wazee, lakini Deno, si hata wewe ni mwanaume. Wewe ni mwanaume, unafaa kutuambia wewe unaweza fanya nini, kwani wewe ni mwanamke? Hii mjadala ni tamu. Wewe ni mwanaume, tuambie wewe unaweza fanya nini. Amekuja, kuna mimba, kuna mtoto, ni wa rafiki yako, tuseme ni wa Isaac. Wacha sasa tuweke ni wa Isaac. Hata kazi utakuja hapo kazi kweli, muonane na Isaac. Anyway, mimi nitakubali, niambie, mimi nitakubali, mwambie mtoto umetuletea very good, mtoto atatu ndalea, nitampea rafiki yako, thank you very much kwa kuniongezea mtoto kwa hii ndoa yangu, and I'm proud of it. Yes. Eric Yabuka, naona before your network ikupoteza. Mama. Eric. Sorry. Nakusikia mambo, jambo. Poa sana. Siku imeshaje mtu wangu?
tumeng'ang'ana siku na nimeona ni vizuri basi na mimi nijiunge nanyi. Karibu sana. Nashukuru sana. Nasikia umepata mjadala jinsi ambavyo inaenda. Karibu sana kwa maoni yako. Mimi nimesema mimi nitakubaliana na mtoto. Nitaambia friend yangu asante sana kwa kunizalia. Wote tuishi pamoja. Wewe yako ni yapi? Karibu sana. Ndio, wacha kupeleka mgeni mbio mbio. Wacha atusalimie. Atuambia kuna Nakuru wapi, juu Nakuru ni kubwa, tumjue tujuane. Unajua majirani wakijuana ni vizuri. Anaweza kosa chumvi akuja aombe kwangu. Mbona denuna kanyagianga watu hivi? Samahani kwa hilo. Mechi sasa mechi. Mimi naitwa Eric. Abuga ninakaa huku Njoro, saidi ya Njoro huku. Kama unaweza jua huko ndio ninafanya kazi. Kwa mjadala mimi maoni yangu ni kuwa ni vizuri sana tuheshimu ndoa. Ya pili, watu wengi wanaongozwa na mwili. Mwili ndio inasumbua watu. Kama ingewezekana mtu before aoe aangalie ni nini anataka kuoa, sababu yenye nafanya aoe. Akiona sababu yenye nafanya aoe, basi amue ni mtu wa aina gani anataka. Kutoka hapo basi atakuwa anajiondolea shida. Maana ndoa siku hizi zimekuwa ngumu, watu wasikimbilia ndoa, lakini wengi wanakimbia kwa ndoa sababu wanataka kufanya ngono. Lakini hilo si jambo la muhimu sana kwa mama kwa saa hii. Okay, Yes. Wewe ungefanya nini? Kwa huyo kama ningekuwa nifanyie nini huyo msichana ama kama ni bibi yako ungefanya nini? Ungechukua action ipi? Kama angekuwa amefanya afanya hayo hapo najua mimi kama binadamu kuna hasira. Na uwezo ukasema wewe ni malaika. Kwanza lazima umwambie aseme ni nini mkosa, na hasira pia ziko. Unaweza mwambia aende siku 2-3 kwao upumzike, maana ukikaa na yeye unaweza kuwa umepata shida na yeye pato umemalizia pagumu. Lakini najua ni jambo ngumu sana. Yes. Akienda akirudi bado utakuwa na mtoto pale kwako. So utaheshimu mtoto na ukae na mtoto pale, hautamuonyesha madharau ama itachukua muda. Itachukua muda sana. Right. Yes. Sana Eric usiondoka, shikilia hapo. Kuna mtu anaitwa Joshua anasema women are out of money so they can do anything possible to get money. Yani wewe uko married, siombe mzee wako pesa. Jobas Ongaro hero kukuntu ndio nimeingia ndani. Mada ni ipi? Karibu sana mada, utaipata mdomo, usiondoka. Iko hapo kwa title. Joshua Obula, kama ni bibi yangu nitamkabidhi kwa huyo rafiki yangu kirasmi. Yeye anaambia huyo my wife. Ambia huyo Joshua ingie, tumempenda anacheza kiyeye. Ambia Joshua ingie, tunataka wanaume kama hao. Alafu huyo mwenye amecomment kuhusu pesa ni ukweli. Veni ndiye anapenda pesa, mimi sipendi pesa.
Ben, mambo? Yes, poa Sasa sana mkubwa. kwa kuwa siku imekupeleka aje? Poa, sijui nyinyi vipi hapa. I'm happy to see you. Sana, nashukuru sana. Thank you. Sijui kama mnanipata ama network inatoroka. Tunakupata vizuri sana. Uko sawa? Tunakupata vizuri. Wewe unatupata? No. Yeah, nakupata. Okay. Wacha nikulete kwenye mada ya siku hii ya leo. Nafasi ni yako. Changia hapo tuambie kama ni wewe. Na uvae kiatu ya mwanaume. Bibi yako akuje tu hivi. Asijaribu kuchangia kama hatumjui. Asijaribu kuchangia kama hatumjui. Mtu atachangia aje mjadala kama ni Nkondi mwizi atuibie pesa zetu? Yes, Ben. Yeah. Mjadala. Umeenda wapi? Ongea mkubwa, hebu nielezee mjadala ni gani? Ndio niunganize maneno. Yes, Jade nasema hivi. Kuna jamaa ametetea kesi hapa, amesema kwamba bibi yake alimrudisha kwa rafiki yake wa ndani. Kumbe ile jamaa aliambia rafiki yake, aliambia bibi yake, my wife, meet my best friend here. Huyo jamaa akakuwa best friend, akaenda akasoma katiba, akaandika, mpaka akaacha kalamu wine kaishia pale kwa hiyo bibi yake. Sasa chuzi mtoto bibi akizaa jamaa ndiye alienda pale, yale jamaa alikuwa anajua mtoto jamaa alikuwa anajua mtoto ni wake na husband anajua mtoto ni wake. Sasa bibi alikuwa anazaa, ndio akaambiwa kwamba bibi akamwambia kumwambia kwamba nimezaa. Jamaa akapaka vizuri kwenda hospitali kuona huyo bibi ya rafiki yake. Sasa the real husband alikuwa hospitali, kumwambia okay, my best friend, you have come to see my wife. Actually amezaa mtoto hapa, ni kijana and I'm proud of it. Demanda kumwambia bana, wewe hujui kitu. Tell your wife, I will ask your wife to tell you the truth. Ambia bibi yako kuambia ukweli. Mtoto ni wa nani? Na aliuliza my wife, mtoto ni wa nani? Mtoto ni wa rafiki yako. Yeye demu alirudisha rafiki yako kwangu, kamwambia my best friend. Meet my best friend. Tulimiti mpaka tukamiti kusoma katiba. Haya ndio matokeo. Sio ndio tunauliza ingekuwa kama ni wewe Ben. Wewe sasa chukua kiatu ya mwanaume. Ungeshi na huyo mtoto kwa nyumba, ungeshi na huyo mwanamke kwa nyumba, ungelala naye kwa kitanda kimoja, wewe rafiki yako ungefanya nini? Ungefanya nini kama wewe binadamu? Mimi kama kukurikuntu, ningefurahi nicheka tu niwaambia asante sana, mtoto ni mtoto, naishi naye nitamlea. Je, kwako ungefanya nini? Wow. Okay, that is nice. Mujadala n'omuyore omwanzu kweli. Omwanzu or ever hot, ever sweetest. Yeah, inche egento ngoteba nekiga. Swahili. Egento ngoteba nekiga. Okorora naki. Hakuna urafiki hapo. Hakuna urafiki hapo. Aba ariko mweta maminja, hakuna ja urafiki hapo. Na kibono roje ora mwana kuruisiko nando atendi nyagitari asenkonyora omwana nando musacha onenwa ari iga ukweli kuna urafiki kweli? Hakuna ja urafiki. Iga bari wetu musacha uyo maega nandi bono na kindate ni madarau baita kuonyesha huyu mwanaume wake madarau, sababu ikiranyororo mwana inki naanda ariko tebiri musacha uyo na ki wewe ujui kitu, mtoto si wako, mtoto ni wa huyu. Si hiyo ni madarau kubwa? Au kuwa nampenda, walikuwa wanaishi tu lakini au kuwa nampenda.
You see, such kind of that. Egendo kerina ki aba kumufuno yitiko gendera kuchimoto. Because alikuwa na mwanaume lakini hakuwa anampenda. So Yeah, I can see so. Afanya nini? Mwanaume afanya nini na mwanamke afanya nini? Kai mwanda uchi mungu wetu senetu waki abatukuta. Yeah, anatuuliza mwanaume afanye nini sasa au mwanamke afanye nini? Iga umukungu itanchite musacho yekera kumotebi na ki umwana atari ogu umwana n'uyu iga. So mwanaume afanye nini mtu hapo ridi? Lama aende na huyu aende akalee mtoto afanye nini? Mwanaume huyu rafiki yake amemwambia mtoto si wako, ambia bibi yake akwambie ukweli. Yeah, bibi amesema ukweli tena si wa Mungu. Yeye anakuamia bibi kwani kuna nini? Amempenda aje? Anamkwamia. Unajua wako na watoto wengine. Kuna watoto wa kwanza ameambiwa live mtoto si wako, na mwenye mtoto ako hapo, na huyu mwenye mtoto ambia bibi yako afanye nini? Akwambie ukweli. Ameambiwa ukweli, anataka nini tena? Nakwambia atoi mtoto. Akasema mwanamke ndio kama walikuwa wanafanya mke ndio mchinga vilivyo, basi mfukuza akakae kwa kwanza ajifundishe tabia. Ingekuwa ni mimi kama mimi nashukuru, namwambia my friend thank you kwa kunipea generation yako kwa na thank you very much, you are a good friend. Yani rafiki amana kuja kuongezea mtoto ni rafiki mzuri, huyo ni rafiki ni mzuri. Yes, I'm coming back to you guys. Kwa Eric na kwa hapo wacha kudanganya. Hapo wacha kudanganya, hapo utakuwa na mawazo tere, hata utaanza kuuliza watoto kweli ni wangu, hata kama amesana hao watoto wengine utaanza kujiuliza mwenyewe, watoto kweli ni wangu? Hakuna cha ukweli hapo. Mwanamke mchinga kiasi, kama alikuwa anajua anafanya dili kama hiyo, akiambia bwanake. Sasa ni vile ana akili, wacha akatembee mbele. Huyo ama waende DNA hata watoto wenye amezaa kama ni wa huyu bwana ama bibi. Huyo mwanamke afukuzwe. Afukuzwe bana. Si amezaa kule watoto. Huyu mmoja pekee ni ameenda. Aache wawili. Sasa hiyo ni kukosa heshima kwa hiyo familia. Utalea wa kwanza ni wake. Yes. Kumbe amekuwa akipakiwa, amekuwa akipaka watoto rangi. Anyway, wacha ningie kwake Eric Otori. Jambo, unmute. Eriko? Yes. Mambo, kuna Eric Otori, mambo fepi. Sorry. Amekwenda. Jamani to Joshua Abura, sasa kwa sisi kama wanaume tunajaribu kutunza ndoa zetu, lakini shetani pia anajaribu kuishukisha chini, lakini kila kitu tunamwachia Mungu. Yaani wanawake ni wanawake na shetani ndio wanatuharibia ndoa. Hiyo ni Joshua Abura. Jobas Ungaro, kwanza kabisa huyo mke ni mzuri, hapo ndio mwisho wangu na hao wote. Okay. Unafunja avoid that immediately. Jopa Shongaro au ninaweza muita DC tuwafungie harusi nianze maisha kwingine. Na wale watoto wengine utatameza utapeleka wapi? Josh Obura, kama mwanamke ametembea nje ya ndoa inamaanisha hatosheki na ndoa yako. No.
atosheki. Sasa simekaa pamoja, you have to kuna watoto wengine, huyu you wanafanya makosa, you introduce your wife, my wife meet my friend, akamiti friend mpaka akamiti mpaka kule ndani, yeah? Anaitwa Jobas Ongaro, hatajuaje hao watoi wa kwanza kani wake? Si unatazama sura veni, si unaangalia sura, kitaka kujua kama mtoto ni wako, unaangalia wapi sura kama wapi? Ben, right, kama mena okay, thank you very much. So hiyo ndio mtanda wetu asubuhi ya leo. Wewe ungefanya nini? Sometimes rafiki yako ama upate rafiki yako anacheza kwa bibi yako, unaweza kufanya nini? Utachukua hatua gani? Hapa wanaume hatuna bahati. Mwanaume ni akona shida, mwanamke ndiye akona shida, rafiki ndiye akona shida. Ni nani akona shida hapa? Watu ingia kwenye show, nimeweka link hapo. Oh, somebody is calling me. I'm accepting your call from this side. Let me text accept you from this side. Kumbe pila kitambo. It's okay. I'm making your call shortly. Anachukua call yako. Okay. Yes. Fiska. Hello. Nasikia network yako hapo Fiska. We are trying to connect. Let me just here. Na wana ambao wataka kunipigia simu kuzungumza kama link imekataa, you can tell me. So, nikienda kushughulikia huyu, let me hope kwamba tuko pamoja. Yaani mwanamke, unaamua unasimama rafiki yako rafiki wa safari yako, unafanya date, unaanza aje? Mwanamke hauwezi hata ambia husband wako huyu rafiki yako, huyu rafiki yako you introduce to uliniintroduce kwake. Kama nataka kumeka mkate wa uzima hapa kwangu, mwambie achana na mimi. Kwa kina mwambie anapeka mkate bana, mpaka akimeka mkate mpaka mahali na alipika. Sincere. Mimi nashangaa hapa nani akona shida? Mwanamke nani akona shida hapa? Mwanamke, husband, rafiki. Sasa mtoto ako innocent, unaamua kufunza ndoa yako live and direct. Anaitwa Jobas Ongaro. Introduction doesn't matter. It was for clarification, not for exciting men. Conjugal rights, please. Huyo si rafiki, ni shetani. Shetani huyo. Nimeleta. What if Jobas Ongaro, what if this woman ama this man na yeye amke aende kwa rafiki ya bibi yake na yeye huko na yeye afanye mama? Sasa iko kwanza mimi naweza fanya hivi, jengo imoka niende kwa bibi yake, huyo rafiki yangu mwenye nimepatika bibi yangu mtoto mimi by me, na mimi niende kwake ni revenge. Malipo ni wapi? Ni hapa. Na revenge wapi? Hapa. Na mimi sasa nafanya nini? Ninaenda pale ninaongeza, na mimi ninaongeza kwake. Tunaenda equal, na mwambia my friend, now we are equal. Now we are equal. Now we are equal. Yes. Priska.
Mambo. Sasa. Veni unapata Priska? Unamsikia? Veni, unasikia Priska? Unmute. Yes, Priska utaendelea. Mara Priska utaendelea. Mara. Sasa hapa kuna rafiki alienda akachukua rafiki yake akamintroduce kwa bibi yake, akamwambia my sweet wife, meet my best friend, this kijana, this man ni rafiki yangu, tumetoana naye mbali, so is my friend. Na huyo rafiki yake baada ya kujuana na bibi ya rafiki yake akaenda sasa kwenda kujua zaidi, mpaka akaenda akasoma katiba, akaacha wino, ikaandika kwa ikamweka kwa kitabu ikaharibika, wamepata mtoto. Nao huyu kwenda hospitali kuona mtoto, anaambiwa mtoto si wako, rafiki yako unanipatia huyu mtoto na amekuja ndio ameleta shopping. Sasa jamani, anauliza huyu mwanamke niishi na yeye kwa nyumba moja, nilale na yeye kwa kitanda kimoja, anawezaje enda na yeye kwa wangu na huyu mtoto ambaye amepewa na especially mawazi rafiki yangu? Ndio anauliza afanye nini?
Nimba iwe kimanya kimogo kwana. Mole wangu. Lilian, kidogo. Lilian. Yeah. Lilian, Yeah. unatupata? Hello? Naongea simpati. Wewe nakupata lakini huyo mwenye naongea simpati. Ben, wewe unapata huyu wa simu? Ben. Kwama. Kidogo tunashughulikia unaanya kwamba kwa sasa kujua kwamba unapata. Priska. Naam. Sijui. Kuna dama unapata huyu wa simu? Simupati hata mimi. Simupati. Tupati message yake kabisa really. It's okay. Priska, Niambie. wamesema hawakupati vizuri. Hebu ongea tena tusikie kama wanakupata. Yes, unampata? Unamsikia sasa? Wananipata? Nipo aongea. Ongea sasa. Nirudie ama niendelee? Endelea. Nilikuwa nasema ndio maana unakuta hata wanafunzi siku hizi wanauana kiolelaolela kwa ajili ya wasichana. Kidogo. Unakuta kijana. Yes. Umempata sasa? Ndio. Naam, tuendelee wanakupata sasa tuendelee. Nilikuwa nasema ndio maana unaona siku hizi wanafunzi wanauana kwa ajili ya vitu kama hizi. Eti kijana amechukulia rafiki yake mwanamke msichana, na wasichana hivyo wamechukuliana wa mabwana. Kwa hivyo mimi ningesema hivi, wanawake na wanaume ambao wako kwenye ndoa zao, hii maneno itawakuta. Inawezekana uko na mume akuridhishi, ama akuna vijitabia fulani ama kero fulani ama umpendi, lakini unaishi na yeye kwa kulazimisha, kisha na maana mmetoka na yeye mbali na yeye anakupenda wewe umpenda. Ni vizuri muweze kukaa pamoja, lakini usikurupuke. Muweze kukaa pamoja, umwambie kama ni mkeo ama mwambie bwana, mimi nakupenda, lakini kuna kitu kimoja ninaomba ubadilishe. Umuelewe, muongee muelewane ili muende sambamba. Na kwa mwanaume vile vile, lakini muongee, yani maongezi yenu yaende kwa njia ya taratibu. Msikuwe mnakurupukiana hivyo, vitu kama hivyo. Na ukiona, na kama ni mwanamke, ukiona upendi mtu na labda unamcheza hajui, usiendelee kuonyesha mtu wa watu madharau wa nini. Achana tu na yeye polepole. Na kwa wanaume hivyo, ukiona upendi mtoto wa watu, wacha kumwestia time. Ueleze tu vizuri, mimi sikutaki, kuna mtu ninapenda sehemu fulani, naomba unipea nini, uniruhusu niondoke. Na sisi wanawake kwa wanaume vile vile, mtu akikwambia hakutaki ama hakupendi, kubali yaisha. Inauma, lakini kubali, so that tuepushe, tukatishe hadi matatizo. Unanielewa? Vitu kama hizi visitokee. Hivyo kitu ambayo mwanamke alifanya, lazima kuna sababu yeye mwenyewe anajua ilifanya akafanya hivyo. Isipokuwa hawezi kusema. Shikilia hapo. Round 2. Na kuja kwake Lilian. Lilian. Yeah. Unanipata? Ndio. Umepata mjadala jinsi ambavyo unazungumza mada ushaipata? Karanta vingo nyekunenga. Na tutatumia
tunatumia kwa yote tunatumia Kiswahili. Karibu sana Lilian Makori, karibu sana Dama, karibu sana Ven, karibu sana Hamida, karibu sana Priska and Chris watching us. The Gladys Topaz, naona Pat Yosho. Karibu sana kwenye show. Mjadala wa leo unasema hivi. Kuna mwanamke hapa anasema kwamba kuna mwanaume anasema kwamba alintroduce bibi yake kwa rafiki yake. Baada ya kuintroduce bibi yake kwa rafiki yake, akaenda akafanya introduction mpaka pale ndani akasoma katiba. Sasa matokeo ni mtoto. Sasa wakati alikuwa anazaa mtoto, bibi alikuwa anazaa, husband amempeleka hospitali. Ndio sasa yule kijana akakuja hospitali baada ya yule mwanamke amezaa, akapigia huyo rafiki yake wasipeleka simu kumwambia nimezaa, mtoto ni wako. Na alikuwa anajua. So ndio akakuja, jamaa amekuja na shopping. Wakati rafiki yake ana friend mwambia you have come to visit me, you have come to visit my wife. Actually amezaa mtoto jana and I'm proud of it. Kumwambia no my friend, tulia. Relax. Unataka bibi yake kuambia mtoto ni wa nani? Ndio akaweza my wife. Si mtoto ni wangu? No. Si wako. Ile temuri ni introduce kwa rafiki yako. Ndio tena kaanza urafiki, akanipatia mimba, huyu mtoto ni wake. Ndio jamaa anauliza, je, niendelea kuishi na huyu mwanaume? Can I continue stay with this man? Ama niondoke? Ama with this wife, I mean, sorry. Niishi na huyu mwanamke? Niishi na huyu mtoto? Huyu mwanamke aishi kwa nyumba yangu? Alale kwa kitanda changu? Huyu mtoto nikae na yeye? Nimpatie shamba kwangu? Ili hadi najua baba yake? Je, mwanyako ni yapi? Mimi nilisema mimi kama mwanaume nina accept, ninasema it's okay my friend, you are always my friend. Tunasaidiana, mnasaidia kuzalisha bibi yangu mtoto. It is fine, it's okay. Lakini na mimi nitachukua baada ya miezi mitatu, na mimi niende nikanyage kwake, na mimi niweke mbolea. Lakini kwako wewe Lilian, maoni yako ni yapi? Karibu sana. Lilian? Ashaenda. Dama? Yes. Dama? Mambo? Naam. Poa. Siku umekupeleka aje? Amerudi. Leo net yako ukurukuntu, leo net yako si mzuri. Mimi sikupati poa, imagine. Imagine leo microphone yangu iko na malaria. Aiongei vizuri vile. Lilian? Sasa network sio poa, inakatakata. Sasa mimi hata kama ulikuwa hello. Sikupati. Dama? Yes. Shikilia hapo kidogo na kuja kwako, sawa? Sawa. Hauna net, microphone yako haiongei vizuri. Kuna shida leo. Dama, mimi nakupata sana. Kurukutu leo kulikuwa na maombi. Imagine mimi siwapati. Inakatakata. Dama, unisikii mimi? Baixire, mimi unipati? Nyinyi nawasikia kutoka kwa nini, kwa Austin ndio sipati. Austin ndio ako na shida. Okay, tuendelee. Okay. Tuendelee Lilian, karibu sana. Umepata hiyo mada? Simbuga tetikende. Ndamota ko kenderera. Feni. Feni ashazungumza, narejea kwake baadaye. Lilian, nishikilia hapo basi. Niende kwa mtu mwingine akupatie direction vile tunaenda. Yeah. Wanawake raundi mtafanya wanaume tukonda haraka. Dama? Hamida? Unmute. Hamida? Abe. Mambo vipi? Fresh vipi, umeshindaje? Niko salama. Alaikum salam. Nashukuru Mungu, alhamdulillah. Karibu sana. Ongeza sauti kidogo. Mm? Ongeza sauti kidogo. Amina.
Sauti ya kwangu hii jamani, nitaongezaje? Naisikia. Sasa nakusikia. Najua. Pale Mombasani kuko vipi mtu wangu? Mombasani tu wazima, tunashukuru Mungu, alhamdulillah, siku imesha vizuri. Aondekea tuanza asubuhi. Naam. Yeah. So karibu sana. Umesikiza, umepata jinsi ambavyo mjadala umepata mjadala jinsi ambavyo upo. Mjadala hata sijaupata vizuri, maana sauti yako iko chini kabisa, hata mwenzangu akicomplain. Sasa ndio nataka kung'ang'ana hapo vipi? Unajua sasa niko na kitu kingine hapa. Hiki kijiji naona hapa leo inanipatia shida. Unanipata sasa? Kibizana haraka haraka, utupe mada, si tutaongea. Naam. So mada ni hivi, kuna kijana hapa ameleta malalamishi yake hapa. Bibi yake alimcheza kwa rafiki yake. Alintroduce huyo kijana, alichukua bibi yake kwa rafiki yake kumwambia my wife meet my best friend. Wakati alintroduce huyo mwanamke kwa rafiki yake akaenda kufanya more introduction na bibi yake. Sasa wamezaa mtoto. After jamaa alienda hospitali, bibi yake akizaa, amefurahi kidogo tu hivi, rafiki yake akakuja na shopping. Akamwambia, "Okay, my friend, you have come to visit my wife." Amezaa mtoto kijana, kumwambia, "No, relax. Mtoto si wako, ask your wife." Akamwambia mtoto ni wa nani? Ndio akauliza bibi yake, "My wife, mtoto ni wa nani?" Kumwambia, "Mtoto ni wa rafiki yako. Ila time uliniintroduce kwa rafiki yako, alinipatia mimba. Sasa ndio maana nimezaa, mtoto ni wake." Jamaa alikuwa confused. Jamaa kwa ni dilemma. Ndio anauliza, "Can I continue staying with this woman? Nilale naye kwa kitanda kimoja, niishi naye kwa nyumba moja, anipikie nikule, niishi na huyu mtoto, nimpatie shamba langu, itakuwa aje?" Maoni yako ni yapi? Unaweza kushauri nini huyu kijana? Mimi naweza sema kitu cha kwanza, mwanisikia ama vipi? Nakusikia, yes, nakusikia vizuri sana. Haya, mimi jambo la kwanza mimi naweza sema mahusiano yakiwa machanga, huwa wanaume saa zingine huwa tunakosea. It's two-way traffic. Mahusiano yakiwa machanga haistahili ulete wanaume kwa nyumba, unaona? Yes. Maana pale unapoleta wanaume ndio marafiki zako, wajui watu ni wa macho lakini kwa moyo hatujuani. So yale mahusiano yakiwa machanga si vizuri kuintroduce watu, unaona? Temptations ziko kila mahali. Na huyu rafiki ama huyu mlalamishi, kama walikuwa na long distance relationship, inaweza happen. Cha muhimu hapa ni asahau yaliyofanyika na wagange yajayo. Awe na moyo wa kupenda, kama anapenda huyu msichana wake ama mke wake, hazidi tu kumpenda. Ni same way kama angemuona mtoto ajui babake, angelea yule mtoto. Lakini sasa since amejua ni huyu rafikie ndiye akamfanyia lile tendo, kama anapenda bibi yake wacha wakae naye, na kama ampendi amwache tu waende na huyu rafiki yake, wafanye nini, wakaenda kuanza maisha na yeye, waongee kama watu wakubwa. Siku hizi kuna zile co-parenting wanaweza fanya, lakini ujue watu wawili wenye wamefikia mpaka kuzaa mtoto na wanaona kila siku, mengine yanaweza tokea. Sasa itakuwa ni msimu tu, wa kwanza amekuja, pia wa pili anaweza kuja, maana hawa watu watakuwa wakionana na hawajakataana, bado roho zinaridhiana. So ni wao wenyewe wakae kama watu wakubwa, waone kama watalea mtoto ni hivyo, kama hawatalea mtoto aachane naye, aombe Mungu ampe wa kwake. Lakini sasa wanawake wao unataka nguvu wapi? Unalala na bibi rafiki ya husband wako mpaka unamtolea nguvu, akidanga wapi? Ngoja nikuulize, hizo siku zote
hizo siku zote kama au kuwa anajua, si walikuwa analala vizuri? Ni kipi sasa kitafanya wasifanye naye kitu chochote? Atapika vizuri, watakula, hamna shida, bora mapenzi. Lakini kama we roho juu kuntu nishakuona, we afadhali wachane mtoto wa wenyewe, maana naona hapa kuna mauaji mbele. Kama si mauaji, kuna kile nilipize kizazi ambacho si kizuri. Mimi najifanya hapa vizuri. Mimi naruka na bibi ya yule rafiki yangu. Mimi pale weka mbolea nao tunakuwa iko, namwambia sasa na wewe feel that pain. No, hiyo si kusolve nini, hiyo si kusolve the issue. Hasa wewe waongea kama mtoto, unaona, lakini kama utakuwa mtu mzima na akili zako, ni ile uta make a decision we mwenyewe. Kama utaki mtoto wa mtu, muachane. Na baadhi ya hao wanadada hamna haja, kama vile yani, kama unajua kulala na rafiki ya nini ya bwanako ni kama kulala na nduguye. Sasa hamna tofauti, heshima hamna pale. So wanawake, tafadhali, kama upendi mtu, kama imefikia umetamani rafiki ya mmewe, afadhali utoka kwa ile ndoa mwenda kufanya yenu pale nje, haitauma. Lakini mmefanya mpaka imefika mpaka mkazaa mtoto, hapo nayo ujue Mungu yupo. Kwa hiyo na heshima, heshimu kila mtu, ndio ndoa idumu. Ndoa mtaachwa saizi mwanze kupiga kelele ndoa ni scam, sijui ndoa ni nini, maana nyinyi wenyewe ndio mmechafua maji. Right. Hamida, shikilia hapo, usiondoke Hamida. Nakuja hapo. Na nitakuja Mombasa kule madavu. Shikilia hapo. Lilian Makori, you are next. Unasikia? Unanipata? Lilian? Yes. Karibu sana kwa dakika zako 5 kwa mjadala kuchangia. Kwako dadangu. Acha niingie kwa mjadala. Hiyo mapenzi sioni kaa itadumu kivyangu vile ninaona. Juu hakuna watu wawili wataeselea mtoto. We unajua huyu mtoto ni wa rafiki yangu. Na huyu bibi amekubali mtoto si wako. Na ni we umemuoa. Huyo rafiki yako mlikutana hospitali, ameleta nguo za mtoto. Na wewe umenunua za mtoto. Sasa mtaeselea aje mtoto? Mkiwa wawili. Unajua baba yake mtoto ndio huyu. Yes. Wamekubaliana ni yeye. Kwa hivyo mimi, huyo mtoto si wangu. Mimi ni kuwakaisha tu, nilikuwa nimewakaisha. Nikigundua huyu mtoto si wangu na baba yake ndio huyu, na ni rafiki yako. Mwenye anakutembelea kwa nyumba unafikiria ni wewe anatembelea, lakini anatafuta bibi yako. Kama amekuja kuona bibi. Nyinyi mko urafiki kama kawaida. Sasa mtoto ndiye atakuja kuleta tofauti. Rafiki yako amekusalia. Wewe unafikiria mtoto ni wako, lakini ni wa rafiki yako. Si huyo rafiki muachie mtoto wake na huyo bibi. Juu ni kama ni bibi yake sasa. Uwaachie wale mtoto wao, juu mtoto wako wewe uko na mtoto hapo. Sasa wewe utatunza bibi. Uwezi tunza bibi na mtoto wa wenyewe, na unajua mwenyewe ndio huyu. Ni kumwachia mali yake uende kwingine, Mungu atakufungulia njia nyingine upate wako. Huyo ni kama hakuwa wako. Na hao watoto ambao mlikuwa mmezana na bibi yako huyo, watoto wawili hao ambao kuna wao, utawaambia nini? Utawapeleka wapi? Utawatenda wapi? Watoto wangu aniwaachie. Yeye aame na huyo mmoja, aende kwa huyo rafiki yangu sasa wa kunicheza. Hata hao wawili utawapata sio wake. Ikifika mahali bibi anasema ati huyu mume sana yeye hao wawili.
huyu wa tatu ndiye atakuja kusema sio wako. Kwa hivyo hata hawa wawili sio wako. Unaona? Ni vile baba yao hakutokea. Ama huyo tena ndio baba yao tena. Sasa huyo bibi ana msimamo. Afadhali uachane na yeye, waanze maisha mapya na huyo mwingine, na wewe utafute mwingine muanze maisha mapya. Hivyo tu. Juu hata ukiendelea kukaa na yeye, bado wako na yeye hata mwaja. Hivyo tu. Mapenzi. Okay, next on stage anaitwa alikuwa anafuata ni Dama, ndio tuende kwake Pastor Kechi. Dama. Yes. Mambo. Hello, mambo. Poa sana. Anza niingie kwa mjadala. Naam. Mimi kwa maoni yangu, hiyo si mapenzi. Hakuna venye mtu ataweza sema eti mtoto ni wako alafu uvumilie hiyo ndoa na bado umechua eti ni rafiki yako ndiye huyo mtoto ni wa rafiki yako. Lakini naegemea tu upande wa wanaume. Wanaume mko na shida. Wanaume ndio mnafanya at least mtu anafanya hiyo yote. So kabla utafika kwa hiyo shida, maybe upate na hiyo shida wakati umeingia kwa relationship. Unajua hiyo relationship, by the way unajua tu the way somebody reacts, the way somebody responds to you. Utachua huyu mtu maybe akuna double dealing ama akuna mpango wa kando hivyo. Sasa unaongojaje mpaka ifike wakati amepata mtoto halafu ndio unasema jiko unajua huyo mwanamume alikuwa anajua mtoto sio. Juu first lazima ukikuwa na mtu lazima uone huyu mtu hiyo relationship yenu inaenda. The mtu anakaa na hang out with friends, maybe sometimes always unampata maybe she's on the phone but she never called you. Sasa huyu mtu unaweza anza kujua huyu ni bibi yangu but hakuna mpango wa kando. Maybe unampata online all the time. Kama ni long distance relationship lakini upata eti ya kuchatishi. So that means that your wife is unfaithful. So kuna venye alikuwa anajua. Sasa hiyo ni tuseme ni kutikitisha tu ya mtoto. So relationship ikikuwa mbaya, mtu unajua tu mapema. Ukikuwa na mtu huyu mtu mnalala na yeye kila siku. Maybe ukiona uko na wife alafu kila siku maybe anakuambia mimi leo sitaki hivi nini. Huyo mtu ana mpango ya kando. So wanaume ninyi ndio mko na shida. Mtu huwezi fanyia bibi yako kila kitu alafu useme anaenda kuwa na friend yako. It's impossible. Ama sivyo kukuntu. Si wanaume nyinyi ndio mko na shida. Hebu acha nikukata. Wewe kama umeolewa na huyo mzee wako, mbona unakubali kuenda nje? Kwanza rafiki. Si ndio maana hiyo nasema maybe wewe unajua huyu ni rafiki ya mzee yangu. Huyu mwanaume sasa hapo ndio na mwanaume ndiye anafanya mwanamke maybe aende hivyo. Sababu maybe umeoa mwanamke ndio umemleta kwa nyumba yako, alafu naanza kukuja na marafiki zako. Unajua wengine kuna wanaume wengine wanaleta marafiki zao hata wanalala kwa nyumba. Kwa nini yeye akuje na mafriends zake eti wanalala kwa nyumba?
Hiyo ni So uongo kabisa. your husband should remove temptations to engage with. Mtu akileta hiyo ma friends atakufanya juu temptation iko. Even Jesus was tempted. So Udama ache even Jesus was kudanganya tempted. watu. Even Jesus was tempted. So Dama wacha kitu yenye kudanganya mwanaume watu. anafaa kufanya, aache kutembea na vijana yenye analeta kwa nyumba, alafu anawaacha hapo kwa nyumba, anasema mimi nimeenda kazi. Temptation is there. Kwenda. So Then, wanaume mkae selective with whom you work with whom you bring in the house and everything like that. Okay? Dama. Yes. Dama. Nakupata. Nataka usikie vile Pastor Kecha anakuambia shikilia hapo, naona Mr. Mia kwa hapo. Wanaume watakutibu. Umeingilia wanaume. Kwani nyinyi ni watakatifu? Nyinyi wanawake? Wanaume ndio shida. Okay. Neno. Yes. Dama wache kudanganya watu. Kabisa. Uwezi niambia wewe ni bibi yangu, nimekuja na rafiki yangu, useme utalala na rafiki yangu, eti temptation gani? Kuna nothing like temptation. When you are doing something, sio temptation. Kuna vitu ambavyo unafanya ukiwa unajua ni mbaya. And unaona sahi Dama anasikia Dama akisema mara wanaume ndio mbaya. And biblically wale walifanya tukaingia kwa dhambi ni wanawake, hawa akakula matunda. So I don't want to go that, but it is how you respect your marriage. If you know that you are married, mnanipata? Then are you getting me? I'm getting you. Yeah. Right now I am married, and as we are speaking, I'm far away with my wife. I think you know that. I'm at work. Yes. My wife at home. Yes. And what is the time? It is midnight. I'm online. So it is me to respect my marriage. It is my wife to respect our marriage. It cuts across. So even ladies wametoka kwa ndoa kwa sababu mwanamke ni rahisi sana kudanganya. Ni rahisi sana. Though men are weak, but when a man decide to remain faithful, men are weak. Yeah. Men are weak as you compare to ladies. When a man decide to remain faithful, atakuwa faithful. Yes. Yes. Continue. Nanipata vizuri. So hii attitude ya mtu anakuwa na, unajua attitude hii ni mjadala lingine. Ni attitude ambayo mtu akiwa nayo it will depend anafanya nini at what time. Pastor Kechi network imetupa nje. So okay, naona hapa anasubiri kwa hapa network. Pastor Kechi tunakuwa but network ndio shida. Let me go to the next person, akikuja ataendelea baadaye.
Japo kalala. Rukundo epo niite, wacha kuniharibia jina yangu. Tamka jina yangu vizuri. Japo karara. Rukundo dia usari jete riane. Nangeri dabokara. Karara. Mambo. Poa sana. Dabokara. Kidogo pastor amerejea jamalizie. Yes, Pastor Victor, continue. Tuendelee. Yes. It is hard to some Network yani bado hatujakusikia. Naomba utoke tena tuingie fresh. Uondoke tena tuingie tafadhali. Naomba uondoke tena tuingie tafadhali Pastor Gage. Your network inakataa. Yes, Karara. Continue. Rukundo. Oh, Mimi si masiwarara. Karara. Mimi naitwa Dabokara. Alafu nataka kusalimia watu. Yes. Ndio hiyo mjadala niongea, lakini mimi sitajua sana because wenye wameoleka ndio watakuja watuambie ni nini wanaenda nje. Wanaacha wasee wao. Mmenisikia? Tunakupata endelea. Okay. Nataka kuwasalimia nyinyi wote hapa. Kuna watu wenye wamenipotelea kina Roni. Screen sijui yake, nimekutafuta screen yake. Unitafute my inbox. Alafu Kurukundu Bernard Ononga baba yake amepotea. Sijui mtafanyaje. Alafu na Munyangi Media na Kemto. Kurukundu, umenisikia venye naongea? Ama najiongeleza? Nakusikia ila tuongeze sauti kidogo. Sasa Yes, tuendelee. kwa hiyo mjadala mimi nitaka kusema hivi. Unajua kama mwanamke anapenda kuenda nje, anapenda. So kama ako na hiyo tabia anapenda. Kuna wanawake wanatamaningi wanaume. Unakuta mwanamke ameoleka lakini anatamani iwe ni friend wa mwanaume ama vijana tu wengine anatamani. So mimi kitu yenye nasema, kama mwanamke umeoleka, respect ndoa yako na respect mzee wako. Sasa hiyo ni aibu sana. Na kama tunasema ati aje kuleta marafiki nini, anaweza kosa kuleta, lakini mwanamke bado tu ataenda nje. So mimi naonelea marafiki watatembelea tu mwanamke ndiye ako na tabia mbaya. Najua sasa hii hakuna wanaume. Hiyo mwanamke wakae chini waongee na mzee wake, watatue hiyo maneno because wanadamu wanakuanga tu na makosa. Ndoa yenye watu wanakosana, hiyo ndio ndoa mzuri. So wakae chini wasameane, tena waendelee na maisha. Akisema tu ati ataacha huyo demu aende mwingine, wanawake ni wale tu, ni sura tu itabadilisha. So wakae chini walinde mtoto. Inshallah Mungu awasaidie waendelee tu poa. Na huyo mwanamke respect mzee wake, ache tabia mbaya. Hakuna wanaume. Akicheza huyo mwanamume nitampata ni mchukua. Mwambie hivyo Kurukundu. Nimemalizia hapo. Hapo Karara. Yaani unatoa nguvu wapi ya kutolea mwanaume wa rafiki yako nguo zote hata kama wewe? Unatoka nguvu wapi? Hiyo ndio nasema, hiyo ni tabia mbaya, ishinde katika jina la Yesu. Huyo mwanamke ni pepo. Hata mimi mwanamke tu aleke kwetu, mimi siwezi ona kama utasamewa. Asubuhi mimi ndio nitakufukuza kabla brada yangu akuje. Hiyo ni tabia mbaya. Hata ni yeye ingekuwa mtu mwingine, lakini rafiki. Sasa sasa walianzaje? Lakini hata hivyo huyu mwanamke by the way sitamuingilia sana. Kuna marafiki ni Judas.
Kuna marafiki atano mnakaa vizuri na bibi yake hataki kukuharibia. Maybe hata huyu mwanamume ndiye alimtongoza, lakini najua sisi wanawake akili yetu ni kidogo, so ni kama tumeanguka tu mtihani. Hiyo ndio ninaweza sema. Hiyo mwanamke ni tabia mbaya. Sijui kama mzee atamsamehe, lakini mimi nimesema kama mimi mwanamke amsamehe, waendelee tu. Wanawake ni wale wale. Hakuna wacha tu waambie. Yaani nikule, nikutunze, nikupatie chakula, nikupatie halafu nikuje kuona hospitali unaniambia mtoto si wangu. Mimi nakwambia ni sawa. Watahakikisha pia mimi nimeenda kwa rafiki yangu na mimi nimeacha kama mtoto pale. Na revenge tunaenda iko kwani kuni. Kurukutu hata mimi kuna mahali hapa sikuelewi. Kuna mahali alisema mtoto si wake. Hata hiyo speaker yangu sisikii. Hospitali ndio ameambiwa mama mtoto si wako. Hospitali. Mwanamke ameambia mzee hivyo. Ameambia mzee wakati huyo mwanamke afukuzwe asubuhi na mapema. Huyo mwanamke afukuzwe asubuhi na mapema, alete mwanamke mwingine. Tu, hii ulimi ni mbaya. Na tena huyu mwanamume mimi nataka kumjua. Mbona namwambia mtoto si wake, alafu huyu mwanamume atanunia mtoto sabuni, atamnunulia kitu. Unajua, wacha niwaambie. Mimi marafiki zangu wengi ni wanaume, si wanawake. Unajua mwanamume utamkosea tu atanyamaza. Mwanaume si rahisi kusahau mambo. Vile unaonanga hawa watu. Sasa amemwambia of course mtoto si wake. Unajua watasameana. Lakini huyu mwanamume hii kitu iko kwa roho. Ana mguu ndio mwana utalione. Alafu expect ya kumia sabuni. Mimi hiyo ndo sioni kama itakalika. Hapo kifo iko. Huyu mwanamume ni ile afukuse huyu mwanamke wakae, na kama ako single kurukundu mpe namba yangu. Huyu mwanamke ndiye amejiharibia. Hiyo ni kesho tunafanya. Kama ako single akuje huko. Patane kwa kesho. Yes. Alright. Mr. B. Kwa microphone. Kichwa tatu kwa hapa. Mr. B. Mr. B. Tuende kwa mtu mwingine kwa simu hapa kwa call. Mr. B, kwa microphone. It's okay. Kama hanipati Mama Aki, Mama Pendo, Mama Love. Kurukutu. Yes. Hivyo nimueleze. Hivyo niyaeleze. Volume yangu iko chini kidogo kwa sababu kwa sababu mitambo leo. No, it's not lost. Yeah, yes. Tumia hiyo mic yenye unaongelelea. Hii iko 13. Yeah. Kurukutu, wacha nimsaidie kabla Waigora amemuita. Ako hapa ndio huyu. Mama kiasi pendelea. Kitu naweza sema nimeingia tu katikati, hata sijui mnaanzia wapi. Mimi nimefika hapa mada ya mtoto, sasa sijui mlianzia wapi. Tulianzia hapa. Mwanamke akakuwa introduced, husband wake akamuintroduce kwa rafiki yake. Akamwambia my wife, meet my best friend, mwenye tunasaidiana naye. Huyu best friend akaenda kukuwa best friend, akaenda pale mpaka akasoma katiba ya bibi ya huyo friend yake. Matokeo ni mtoto. Sasa bali jamaa amekuja kugundua mtoto si wake, ni hospitality ya mwanamke anazaa. Mwanamke wakati amezaa, huyu mwanamume husband wake ameenda shopping. Kurudi anapata yule rafiki yake amekuja na shopping chungu nzima. Namwambia my friend, you are a good friend indeed. Karibu sana, meet my wife hapa, amenipatia mtoto kijana. Rafiki yake akachaka kumwambia my friend, ask your wife akwambie mtoto ni wa nani. Ndio akamuuliza my wife, mtoto kwani ni wa nani? Mtoto ni wa rafiki yako yule tumeintroduce kwake. Tuende tukasoma katiba kanipatia mimi, mtoto ni wake. Wewe umekuwa ukipaka mtoto rangi. Sasa ndio akauliza hivi. Ndio anauliza hivi. Jamani, huyu mtoto na huyu mwanamke niishi na wao kwa nyumba yangu, kwa kitanda changu,
huyo mtoto nimpatie shamba na ni kijana, inakuwa aje? Tafanya nini? How will I do? How will I do it? Itakuwa aje? Ndio nimeambia mtoto si wangu. Already tuko na watoto wawili. Huyo hata si wangu. Mwanamke huyo nimkubalia kuja kwangu, ako ni dilemma situation. Msaidie na maoni yako. Karibu sana Mama Aki. Chenye mimi naweza sema mwanamume alifanya makosa kuintroduce mwanamke kwa rafiki yake. Aya, cha pili nakuja nasema makosa ni kwa mwanamke. Mwanamke ukiwa kwa ndoa ushachaguliwa wewe ni mke wa fulani, na mwanamume atakuintroduce kwa marafiki zake pia. Hakuna haja vile unaweza amka ukalala na rafiki wa mume wako, juu hiyo ni kifo unatafuta. Kwa mwanamume ama wewe mwenyewe. Cha pili, tunafuata miezi vile unashika mimba. Mwanamke anajua miezi ni alishika mimba. Hawezi akaambia rafiki ati mimba ni yake. Hawezi akaambia mwanamume mimba ni yake. Yeye anajua mwenyewe. Juu ukishika mimba unajuanga tarehe zako. Unaona? Na mimi naweza sema yeye kama rafiki kweli, kiukweli rafiki huyo ndo mtoto wake, mchane basi bibi aende kwa huyo rafiki wake. Lakini juu siku hizi kuna DNA na DNA si more expensive, waenda tu DNA. Hakikisha mtoto ni wa nani. Ikiangukia ni kwa rafiki ni sawa. Ikiangukia ni kwa baba mwenye mtoto ni sawa. Lakini akisharudi kwa nyumba, kitu mimi naweza ambia mwanaume, atafute tu mwanamke mwingine, kuzuia ashamuonyesha kitambo yeye hana tabia. Tena kitu kingine naweza sema Gurukuntu nao kutuambia vizuri. Huyu kumbe papa wa nyumba yeye anaweka joto. Akitu wanaume mmesumbuka. Yaani huyu anaweka joto. Huyu anaweka joto kwa nyumba, kuna mwingine analinda. Sasa Gurukuntu hapa siku kwa nimezika vizuri. Watu Mungu wasinione. Sasa huyu mwingine rafiki yake ameleta shopping chungu mzima. Sasa hapa kifo iko. Sasa hapa shida iko. Unaona rafiki ameleta shopping chungu mzima. Gurukuntu. Huyo mwanaume tu akuja hapa atafuta pipa. No. Hata hiyo ni brada yangu mimi siwezi. Okay, kwangu nasema mwenye makosa ni mwanamke. Mwanamke ni mwenye makosa kubwa sana. Sasa rafiki yake ndiye amekosa. Kuleta shopping anasema mtoto ni wake. Sasa hapo hata ni yeye wangenyamaza. Dabukara. Rafiki hakuwa na makosa. Saa zingine anasema mwanamke umeoleka, mtu mwingine akuja kukuambia nifungulie miguu niingie, utakubali? Na umeoleka kwa ndoa yako. Hata wewe mwenyewe umejua wakati uliamua kuoleka, wewe mwenyewe ndio ulichagua nataka ndoa. Unaona? Umeingia kwa ndoa, wewe kuna mzee wako. Uwezi niambia ati Gurukuntu anaweza kuja niambie juu wewe unaishi na baba Haki, nataka hizi vitu unipatie alafu nikupatie mimba. Kama ukweli mume wangu amezaa wasichana, anaweza katafuta mwanaume nje na itakuwa tumeelewana. Lakini uwezi niambie mimi na akili zangu nitalala nipewe mimba na mtu mwingine nikuje kwa hiyo nyumba. Baba Haki uri orenkari musachoria au konyenye bibotiga. Kiswahili wewe. Gurukuntu hata Kiswahili hatujui sana. Unaona mimi sasa mama nani? Mimi kitu yenye imeniuma mpaka nimeona hiyo ni brother yangu. Yaani anaweka joto, mwanaume mwingine anakuja kumwambia hata mtoto si wako. Mimi alikuwa anapaka rangi. Niulize. Swali nauliza. Alafu kitu kingine wacha nikwambie, hakuna watoto wawili Gurukuntu amesema, huyo ni watatu. Huyo mwanaume wacha nikwambie, huyo mwanamke atati. Sasa maisha ni magumu. Sasa maisha ni magumu. Kuna mwanaume sasa anaweza kuwa na watoto watatu. Sasa maisha ni ngumu. Sijajua vizuri. Huyo msichana amejaribia yeye tu mwenyewe. Kuna siku atakuja kusema ni nini ilinituma nikalala na rafiki. Huyo rafiki ameshamharibia maisha.
ama ni Alright. aje? Okay. Wacha nisikize kutoka kwake nani? Anaitwa Mr. Me. Ndio tumalize yani ile awamu ya kwanza. Mr. Me, unmute your microphone. Wacha kukula chakula ndani ya studio my friend. Bwana adabu hapa nje itaanza kutuuma hapa saa hii. Kama nita mida kushughulikia hapo nje na vibaya sana. Aya, Mr. kurugenzi Me, tukutane kesho. huyu nani anaenda? Kurugenzi, mimi naenda. Mamaki. Tukutane kesho. Mamaki, na wewe ndio unaenda? Mimi naenda. Sawa. Mimi mamaki nakufuata. Nitakutafuta. Sawa, tutakutana tu. Wacha niende nishughulikie wengine sasa. Mr. Me. Mr. Me, jambo. Sikusikii my friend, ulipeleka sauti wapi? Unmute. Wacha mchezo. Umekula sauti wewe. Unmute, fungua microphone. No, bado my friend, bado. Microphone yako haifanyi kazi. Weka earphones kama kawaida ama Bluetooth. Kama uko na Bluetooth, tumia hiyo. Kama bado, we are not getting you. Bila tukupati, let me hear from this side hapa, niko na mtu kwa call. Please come Mora. Are you talking here? Uko live? Mr. Me akitengeneza microphone. Mr. Me, sikupati, hatukupati kabisa. Ile kitu naomba ufanye, tumia earphones, Bluetooth. No, hatukupati mtu wangu. Hatukugeti. Yes, please come. Leo network imekosea watu, lakini mimi ninakusikia vizuri sana. Sasa mimi nilikuwa nasema hivi nani? Tuache kulaumiana ama kulaumu wale ambao wamepatikana na makosa. Yaani kitu hiko ni bila watu wachafuka kusema. Yes. Bibi hapa ninapoongea kuna rafiki zangu na mume, yaani mwanaume ni wa kwetu, na sasa tulikuwa tunaishi na wao tauni fulani, basi tukaa kama yaani, si unajua zile mkikutana na mtu labda nikisi unasema mtu ni mahali fulani mnaishi kama yes. Sasa wakati huo tulikuwa tunaishi hiyo tauni, tulikuwa tunaheshimiana mimi na huyo mwanaume ni yaani kama ndugu na dada. Alafu yule mwanamke wake mimi namwiki mwana kama Bibi Yangu. Lakini unajua tunapoongea huyo mwanaume alikuja akaibuka na nitakabia. Sasa ndio maana nilikuwa nasema Ngoja kidogo. Tumekupeleka mbio, umetuacha mahali. Alikuwa anakutaka, si ndio? Sio kitambo, sio wakati ule. Alikuwa anakutaka. Ulienda aje? Sasa umetoza hangi ndio kutoka mbele. Nasema wakati ule tulikuwa tunaishi kama ndugu na dada. Lakini siku hizi unajua siku kwenda ndio unaweza kufika mahali ukang'ara vitu kama hizo, mtu anafika na kuona kama mpya tena. Naam. Sasa hizi amegeuka anataka. Tumemalizia kukosana kwa sababu mimi namjua, najua vile wanaishi, siwezi kubali kutembea na yeye. Unajua? Kwa sababu mimi ninamjua, yaani cha kwanza ile maana. Pili, nisingetaka, unajua mimi ninaweza kuingisha box bila ninajua, ama labda nifanye aishi kwangu ama akosana na mtu wake, lakini sitaki mwanamke wake afanye majusi kwa sababu yangu, kwa sababu hata mimi ni mwanamke, unajua. Kwa hivyo ndio maana kwa nasema huyo mwanamke alichokifanya yeye mwenyewe kuna sababu na anajua kwa nini alifanya. Na hizi vitu bado vinafanyika, yaani vinafanyika hadi tunavyoongea hivi vinafanyika.
lakini ni ile watu hawafungi kusema na wengine hawajajua. Hata mapasta wanakula kondoo, lakini ni vile hizi kondoo siku akuenia sijui. Huyo mwanaume msamaha huko na anaweza akasamea ule mwanamke, lakini kusema eti waishi pamoja ni maamuzi ya mwanaume. Unajua wanaume kusamea mwanamke aridhike kabisa waishi maisha ya kitu, lakini ingekuwa ni mwanaume alifumaniwa na mwanamke angeweza kusamea mwanamke. Kwa hiyo ni mwanaume aangalie anaona hawezi kuendelea kuishi na huyu mwanamke, waweke mikakati ya kulinda watoto wale wengine wawili wapo kwake. Alafu huyu mwanaume mwingine, huyu rafiki mwenye anakuja kufuata nyumba za watu, sijui kama alikuwa ameoa. Lakini kama alikuwa ameoa, pia alijua ni maneno anawezaka ndoa yake imeza ikawa sasa zaizipigia habari. Kingine huyu mwanamke na yeye apigia habari. Cha tatu, ule mtoto maskini ya Mungu hajui ile ameletwa duniani pasipo kujua maneno yanasia naye atapata shida, kwa sababu yule rafiki akikataa huyo mwanamke na mtoto, na huyo mwanaume mwenye alisalitiwa akataa yule mtoto anateseka mama. Kwa hivyo ni wao wakubaliane. Mwanaume akiona msamehe aendelee kuishi na hao watoto wake wa kwanza wawili, it's okay. Na yule kama alikuwa hajaoa akikubali achukue huyo mwanamke na ule mtoto wale, sawa. Kama alikuwa ameoa, iwapo ataamua amchukue kama mke wake wa pili, waendelee kuisha, ngawa ni ngumu, it's okay. Tena ningeweza kusema tafasali wanawake na wanaume, turidhike na kile kidogo tuko nacho, na kama unaona uridhiki, si uoe basi. Oa mwanamke mwingine, kuja niambie, mimi nataka kuletea mwenzako, ulete sababu za kueleweka kwa meza, tutatue. Ikiwezekana uoe. Nikiona sitaki, nikupe nafasi ulete mwanamke mwingine. Right, asante sana. Shikilia. Esther, unatugeti? Unatugeti? Kind of. Leo mko ukilia sana. Unatugeti bana? I'm getting you guys. All right. Welcome. Karibu sana, nafasi ni yako. Mko aje nyinyi wote? Salama. Mimi nimechelewa, nimeenda kusikiza gospel kidogo nibarikiwe ndio niingia hapa ndani. So sasa hii story ukurikundu. Now me I'm asking. Amepata watoto ama ni mtoto? Watoto already kuna wa kwanza wawili amezaa na huyo husband wake. Huyu wa tatu sasa ndiye anaambiwa si wake, wa tatu. Sasa bibi anaambia bwana ama mpango wa kando anaambia bwana? Ni bibi anaambia papa husband wake mbele ya mpango wa kando, na mwambie mtoto ni wewe rafiki yako si wako. Ile time uliniintroduce kwa rafiki yako, tuliintroduciana mpaka tukafika ndani ya katiba, sasa matokeo ndio haya. Hao watu ni wajinga, kama hata mende si chafu kama wao. Hani kuna vituko zingine. When she agreed to get married, alikuwa anapenda huyo mwanaume, wamezaa naye watoto wawili. What happened? Friend alikuwa mtamu. Hadi rafiki alikuwa mtamu. Watu wengine ni wa kuharibia watu wengine familia. Ikiwa alikuwa amemkatia mbeleni akamkataa, angeachana naye. Achanga kunyemelea. Wanasemanga ile do not commit adultery. Usimeze za wenzako mate. Sasa hapa mimi sijui nisaidie aje huyu mwanaume.
siakubali tu ale, but itakuwa ni uchungu na trust sasa hakuna. Cause already ako na watoto wawili na wamepata huu mwingine si wake, but saa hivyo akwe mtu mzuri ni ale, na akiona hawezani achane na bibi na huu mtoto mwingine alee wake. Ati sasa mtoto hana makosa. Hii ni kisungumkuti nayo. So now ni maneno ni ngumu kaichezo. Sasa huyu mwanamke naye anataka aolewe na huyu rafiki ya bwana yake aende, ama cause now this guy huyu rafiki yake amemchezea already. So now ame make sure mpaka ameambia bwana yake ati ako na mtoto wake. Yes. So na if the man said now because mliamua kufanya hivi, nyinyi enda muone. And this guy, this mpango wa kando ako na bibi yake na watoto wake. Sasa hapa katikati si enmity imekuwa kati ya watoto pia. Huyu atakuwa anaambia baba yenu alienda akazaa pale akaona mimi sitohei kuwa mama ya watoto wake. Na wale watoto watakuwa nasema wewe mama yako hata ni mchinga, alikuwa anazaa na baba yetu akakuza. Wewe hatukujui. I think kitu ni wakae chini wa solve hii maneno. Although ni hard, but they have to. Wakae chini waongelele, ikiwa mbaba atakubali kukaa na huyu mtoto akae. Ikiwa hatawezana wapeane mtoto kwa wenyewe. Isiwe ile hasira yenye anafili kwa bibi yake akuje kubebea mtoto, amwekelee masira zote kwake. Mtoto akuwa anateseka sababu ya ujinga mama yake alifanya na mpango wa kando. Vitu kama hizo zinaletanga maneno ingine mbaya sana, but mimi siwaombei mabaya. Let them sit down wasolve. Familia zote mbili zikiwa zote mbili ama tatu mpaka ya hiyo mpango wa kando sasa. Ule mpango wa kando achukue bibi basi, kama aliona huyo ndiye amechagua. The guy has the right ya kuoa mwanamke mwingine. Because now already hiyo trust ya mwanamke na mwanaume ishapotea. That guy is not going to trust the wife. Hata kuwa na faith kwa bibi yake kabisa, as in like hata wakikaa na yeye ni kama sanamu zimesimamishwa, kesho waamke wafungue tu kuvalisha manguo. Let them wakae chini waongee hiyo maneno. Sasa mpaka waitane wote waongee, mpaka hiyo mpango ya kando aseme ni nini aliona kwa huyu bibi, ama huyu mwanaume alimkosea nini hadi akaona afanye hivi, afike mpaka hapo. Kwa sisama kuna watu wengine wanafanyanga vitu because I remember when I was married, there was this guy I didn't know, and this guy was a distant cousin. My aunt, sister-in-law wake, sister wa bwanake, mahali ameolewa ndio nilikuwa nimeolewa. This guy alikuwa ananikatia. Nikamwambia no, because we are cousins, we can't. Haitawezekana tuone. When I got married, nikaenda huko. In the morning I wake up, napata huyu mwanamume ndiye ananisalimia. This guy went as far as telling my husband, unajua nilikatianga huyu msichana akanikalia ngumu. And he continued doing so until mimi mwenyewe nikakaa mgumu. So my husband was like, ni yule mtu anabebanga maneno.
si fulani alikuwa nakukatia ukamkata. So we became friends because me I had no any intentions, nilishamwambia na akasema ameachana nayo. Nikamwambia sasa nimeolewa, if we can be friends, because then I found out baba yake tena ni kazini ya mamangu, mahali mama ya mamangu ametoka ndio mahali nyanyake mwenye amezaa babake ametoka. They are step sisters, step grandmothers kwangu sasa. So nikamwambia ikiwa ni hivi wacha tu, na yeye akasema ni sawa. But unaona sasa already my husband thought ile mind yake ilikuwa isha create vituko, ati huyu ni kama alikuwa analala na huyu. When we had some issues and we went to work on in Mombasa, he did come back to Nairobi, akakuja kusalimia juu kazini yake alikuwa anafanya kazi hapa Nairobi. Alimnyang'anya girlfriend, alimnyang'anya na akaenda naye Mombasa. No, now this my cousin came back forgetting that I'm his cousin now. Anasema hata mimi nakutaka sababu bwanangu amenyang'anya girlfriend yangu. Kwani yeye akuna nini mimi sina? If I did not stand that firm, unaona sasa ningeregea, unaona mali ningemalizia, ningekuwa kama huyo mwanamke. Sometimes we ladies we have to think, because kuna wale watu wanatubebeanga akili, anakupeleka hivi vichorochoro hadi anakuwini wewe, unaona mko sawa, but already ashakuharibia maisha yako. When they do so, wanaenda huko nje kujisifu, halafu napatanga hao ndio wanakaanga na bwana, wakiendelea wanaulizanga bwana uliangukia vipi? When you ask something anakwambia, yani anachunguza. Now kama tena mwanaume atakuwa mwerevu, mwanaume atamtolea siri yote ya bibi yake. Atamwambia she is very beautiful, she is so caring and all that. Yani kumtia ile nguvu sasa ndiye akuje kutongoza bibi yake vizuri. Yeah. So wacha mwanaume kama ataangalia kwanza, aone the situation how it is, akae chini waongee, mpango wa kando, aseme alikuwa anataka nini na bibi yake, kama ni mtoto wake apewe. Because it made it somehow mwanaume aseme mimi sipeani bibi yangu. Mtoto alizaliwa, mtoto hana makosa, nitale na mpango wa kando aanze kuleta shida sababu alikuwa shampangia huyo mwanamke ati anamtaka, and the woman didn't have that idea. Okay. Hii dunia bana. Hii dunia iko na vitu. Wale ambao wameoleka, mwanaume ameoa, ameweka bibi yake vizuri, amemtunza vizuri. Hao ndio sasa wanaume wengine ndio wanataka. Hao ndio wananyemeleanga. Mtu ameshindwa kwenda kukatia huko nje. Sasa aone achukue wa wenyewe. Yeye hana mdomo wa kwenda kutongoza pale. And there is this thing kukuripuntu. Mwanaume yeyote sijui kwa nini when they get married wanakuanga wanaendanga kuambia marafiki zao, bwana nilimpata. Unaona zile vitu kwa wanafanyanga usiku, wanaendanga kuongea kwa marafiki zao. Those are the kind of things zinachangianga hao wengine wanasikianga wivu, wanasemanga hata mimi wacha nijaribu bibi yake anaturingia hapa ati hapo na bibi mzuri. When that happens, who gets the blame? Ni bibi. Right. Okay. Before I go to Freddy, Hamida, amka. Hamida umelala. Hamida ako usingizini. Right. The marriage na mari wanaume wacha wawe honest. What it is happens when I insist that let them remove temptation to engage with the affair. Hamida unanipata? Hamida unanipata? It's okay. Ushalala. Ready? Nimo. Ay bana nimekuita.
Tegemea kwa haraka haraka. Ati umeniita? Kama hivi anaweza katamka. Sikusikia. Nimekuita. Nani huyo hapo kando? Leta hapa tupatie maoni yake. We. Tunakomsha mama kaongee wewe nawe vipi? Ati? Ni mama amelala lakini. Okay. Sawa. Nilikuwa sijui kama umesikiza vile Modesta amesema, nilikuwa nataka nikuongeze dakika 2 kabla sijaenda kwake Freddy. Nimesikia lakini siku zote huwa ni lawama ndio zinarushiwa wanawake lakini wanaume hamjioni. Unaona? So kama leo kiturushia lawama pia wewe jiangalieni wanaume mwafanya haki ama mwafanya ndivyo mwatuangusha. Hamida, let me ask you. Hamida, kwa mfano, umeoleka? Nani mimi? Bado. Tuseme sasa umeoleka, wewe ni bibi ya mtu. Mimi kama kuntu nimekuja kukukatia. Wewe uko married, kuna watoto wawili. Mbona na mimi ninajua kwamba umeleka. Mbona usinikataze uniambia hapana, si unajua mzee wangu nitakustaki. Mbona si ukiniambia hivyo nitakuwa naogopa. Lakini sasa ukianza kucheka sasa unakuwa unakubali. Hiyo ni weak point. Ngoja nikuambie kuntu. Nitakukataza ndio, nitakuambia siku zote nimeolewa. Lakini unajua wanawake we are weak vessels. Pale ndani labda nina mume pale ndani nimeolewa naye tuseme ni wewe. Yes. Pale unitosheleshi mahitaji yangu. Unaona? Wewe kuna baadhi ya wanaume wasema mke mahitaji yake umpe malazi yake kitandani, umpe chakula basi. Mengine atajisort mwenyewe. Yes. Unasahau kwamba mimi ni mwanamke wako, nahitaji kutengeneza nywele, nitengeneze kucha zangu, nivae vizuri kama mwanamke nipendeze. Maana sitaenda pale nipendeze nikaenda kupendezea wanaume wengine. Sasa pale unapoona pale umenichokoza, nimekuambia nina mume nyumbani. Lakini pale ninapofika naona haya mume wangu anifanyii vile, na wanawake pale kikaoni wamerembeka vizuri, makeup nazo ndio hizo. Pale ninapoambia mume wangu nahitaji hichi, ananiambia we mwanamke wapaka unaenda wapi? We sijui nini na nini. Pale mimi nitanyamaza kama mwanamke nitulie. Na pale we utakapogundua lile jambo utatumia lile jambo kuniwin. Pale utanipa viela pale na mimi nafurahia. Lakini mwisho wa siku ndo hivyo nitakuja kuanguka pale. So wanaume, achaneni kufanya wanawake wenu kuwa waende mle nje. Kama mwanamke atenda pale nje, uko na sheria pale mwenyewe utachukua. Kama unamtumizia mahitaji yake yote, uko na haki ya kumfanyia chochote. Lakini kama haumtimizii mahitaji yake, jua wewe ndio umechangia. Okay. Hamida, Halima. Wacha nikimbie kwake Freddy tusikize mwanaume anasema nini. Freddy. Mambo vipi? Nakupata vizuri sana. Niko fiti bana. Huko ndio sasa niko natulia. Karibu sana, nafasi ni yako. Mida anaongea nini hiyo sasa? Kuna kitu ameongea hapo bwana. Mimi hapo napinga Najua of course tunafaa kuiteki majukumu, lakini sasa nafaa elewe na hiyo na time hiyo majukumu anaitaka time gani. Wewe niambia uko labda na for example tuseme nashughulikia maybe mtoto arudi shule na hiyo time yake nywele yake imeharibika, pia nakwambia nipe 3,000. Ukimwambia chukua hata hii 100 aenda piga proda, anaanza kuleta nyefu. Kisha ananikujia sasa ameshuka hiyo 5,000 ta sasa. Eti aanze kuniambia eti kuna mtu maybe huko nje sasa amemuona amekuwa na hiyo shida akamsaidia. Hii atakanyaga kubwa hiyo. Sasa mimi kitu
kitu ndasema. Yes. Mwanamke anafaa elewe na asikize mwanaume wake. Najua kuna vitu vitatu I think kwa ndoa sinafaa sifuatiliwe. Heshima kwa mume wako, usikie kitu anakuambia. Sio kila siku sisi wanaume kuwa na pesa. Utapata mume wako ameachiliwa hata 50,000 per month ama 100k. Watu ukimuuliza uko na doa anakuambia sina. Usifikirie eti kuna mwenye amepelekea huko nje. Anakutafutia maisha ya kesho wewe na mtoto wako, wewe na watoto wako au mmesa. Usijilembeze uende ku salon unatumia 10,000, makuja unatumia 2,000, 4,000. Fikiria makuja ndio utakula. Kujilembeza hatujakataa, lakini jilembeza kiasi. Na usijilembeze sana ukue kama saitani. Haya, sasa mimi si niondoke studio. Ague kama nani? Siague kama saitani. Mimi naona hapo umetusi. Sikuwa nataka kuongea. Saidi wewe, wacha nimwambie huyu mwanaume. Ati amerembeka wewe nini shetani. Kama wewe ni shetani ujue mjini. Ustahili kuwa na mwanamke. Wewe hata hujatoshea kuoa jamani. Hujatoshea. Mimi ninaye. Huyo mwenye unayejua yokaliwa watoka nje naye mwenzako yuakunwa bafuni upo. Eti mwanamke sijui arembeke akai shetani. Nani kakuambia? Sio katika jina la Yesu. Si kuna hizo vitu mnajipaka unakuwa sijui aje bwana. Wewe kama wapenda kienyeji tafadhali tafuta kienyeji wako wewe kufa naye, lakini ujue mwanamke ni urembo. Huyo uliye naye hapo ndani ulimpenda juu alikuwa amejitengeneza vizuri, hakujiachilia mwanaume. Sasa wewe nikuulize. Unilea. Nikuulize. Utaenda nje ya ndoa juu ya kutengeneza nywele. Hujanyoa lakini kuna baadhi ya vitu zenye zilikuvutia ukaja kwangu. Upo ndugu yangu. Sasa nini nywele ilinivutia ama ni tabia? Mimi si nywele inanivutia kwa mwanamke, ni tabia. Sasa wewe ni Mkenya. Hiyo tabia, acha nikuambie. Hiyo tabia wengi ndio wameficha. Wangapi waliokuwa ndoa walisema tuwafuata tabia. Alioa mwanamke baada ya mwezi mmoja mwanamke akawa jini si nini. Upo. Mwanamke anaweza pretend akakutaka maana amepretend ukamuoa, ukimuoa anakuruka. Analeta zile nini tabia zake zenye au kuona jua. Mimi kitu napingana na wewe mwanadada. Si ati sijakataa mwanamke kuchirembesha. Lakini huwezi niambia tuende makuja vizuri unajiwekea hiyo makuja bandia. Unatumia 5,000 kwa makuja. Kama una uwezo hiyo kama una uwezo, lakini kama una uwezo utakata kucha zangu. Hizo 5,000 kuna vitu mnajipaka hapo unakoa uso mpaka unafikiria hii ni gorila ama nini. Ushindo kabisa na ulambo na shetani. Wewe jini paka sijui jini mtu sijui nini kiduku wewe. Wacha kuingilia. Mimi hakuna kitu ninapenda. Hata si kuingililia, mwenyewe anaibisha wanaume wenzake. Mwanamume mgani mwenye atashindwa kulea mwanamke? Kama umeshindwa kulea mwanamke utaweza kulea mtoto? Wewe ni ule mwenye unakaa kwa ndoa mmepimana na kuambia Mungu ndo aleta mtoto. Mwenzangu unapimwa pale maana hujui kunilea na una shida kukuletea mtu duniani ukalee. Upo. Na hapo ndio nitaenda kwa rafikio nikaenda kuzaa naye maana ana uwezo. Upo show Freddy hivyo sana. Na nyinyi wanawake wacha kujirembesha. Sasa. Hebu tuachie hapo. Freddy atashindwa hapa akiambiwa mtoto Mungu aleta maana mimi nishapima pale baba mwenyewe hawezi. Ashindwa kunilea. Ikifika masiku za mapenzi ajui hata kunipeleka au hata kafula wa Kenya ajui kuniletea. Upo. Hapa nitaangalia kuntu rafiki amenijulia hali akaniletea na nini maua. Nidekeze nikudekeze Freddy.
Kama wataka mwanamke jua ni kudekezwa, unikudekeze unidekeze, upo? Kama huwezi kunidekeza mimi nitakuangalia hapo na kufinya. Dakika 5 mimi nishajua we utoshi mboga. Upo? Kama wanipima mimi ndio tayari nishakupima na futi 5 asubuhi. Uko wapi Asubuhi unijaribu? nishakupima, ikifikia usiku mimi nishakutema. Upo? Freddy, Uko wapi nikujaribu? Wewe. Huyu unasema huyu anatumia makeup, hata utafuta kienyeji bwana, acha kunichomea peti hapa. Wao unajua unapakia watoto rangi. Yeye anachipaka alafu anapaka na mtoto. Wacha mchezo. Sasa wacha niwape example mbili. Ama hatuwezi kukusikiliza wewe sasa hivi. Sasa kwanza. Yangu imekuwa juu. Wewe wacha nyamaza nipewe mwanamke advice. Kama ana pipi namba yangu iko hapo. Wacha kutupa temperature. Ana kuja sangu fenye iko. Wacha kuleta temperature. Ngoja. We Dabokara, ngoja nikuambie. Dabokara, wacha nikuambie. Huyu Freddy ni yule. Huyu Freddy, ngoja nikuambie. Huyu Freddy ni yule mwenye ataacha mwanamke wake kama amechakaa, ataenda kule mjini akaenda katafute watu wa mijini. Hao wanaume hawaeleweki. Usijiachilie juu ya mwanamke. Usijiachilie juu ya mwanaume wa dada. Utarukwa, upo? Sasa hebu niulize kwanza, wacha niulize Freddy, Dabokara, Adima, how old are you guys? Mimi 30 bwana, si unaona mzee. Tunajipaka rangi tunakuwa shetani. Yeye ndiye imetuma nimeongea sana. Ndio na si ndo katika jina la Yesu. I'm just asking, I have something to say. Hii maneno mmeleta hapa na tulikuwa tunasaidia mtu sasa. You guys are behaving like kids. Tulikuwa kwa msaada. Wacha kutuletea chote ni wakati wetu. Hapana, Dabokara ongea bwana. Wacha kuniletea chote, wacha niongee. Wacha niongee mimi niende. Wacha kuniletea chote. Ndio nasema ongea. Unaona Kukurukuntu ameshika mic hadi anashindwa kuambia mnyamaze. Kukurukuntu si anajua sisi tunawakaka kama nini. Watu wametoka job saa hii, wamechoka, wameingia mchana na wasikie hapa kelele tu. Kwani sisi hatuko kazi? Sisi ni wale tunakaa wasee wanao. Tunaamua business. Freddy. Wewe ungesema ungechukua hatua gani kama mwanaume, na hakika bibi yako amekuambia mtoto si wako, ni wa rafiki yako wa ndani kabisa. Unaweza chukua hatua gani kama mwanaume? Mimi eti niambiwe si wangu. Astaki kuongea hiyo hewani bwana. Wataondoka tu. Wataondoka tu. Uliona ule jamaa ule si alikuwa anatoka Murang'a wote. Ule kitu alifanya ni kama aliambiwa hivyo. Hiyo kitu ndiye aliambiwa. Si uliona aliua mtoto. Najua hiyo kitu kingine mbaya sana. Eti bibi yako akwambie mtoto sio wako. Ni marafiki wako wa ndani. Hapo kifo itaweza tembea. Hiyo ni kitu kingine mbaya. Wamekuwa tabia mbaya. Mimi wacha niwaambie tu, mimi siko na mzee au wanawake mwenye mmeoleka. Wacha kutupea stress. Kama umekosana na mzee, wacha kuingiza mambo ya mtoto. Hata kama si wako analinda, kubali tu. Eli tu simwambie. Eli tu simwambie. Wewe tu nyamaza. Wanaume kwa nini wameshinda, sijui wamelala kwa madarasa, marafiki wanawalindia. Mwanaume mmesinya, mtaacha mkiliniwa na marafiki. Kurukuntu. Ndio wacha niongee, nikisha kuongea nyamaza. Wanaume you are sweetheart, sijui ni mafuta mingi mmekula, mmeshinda. Hapana. Wanakula boiro. Kama wanakula boiro, utalinda nyumba, utalentisha na mtoto wanaenda shule, ama ango yake anakulindia popa. Na tena wanawake
wanawake pea wase chakula zenye ziko na nguvu. So mimi naona wanamke wanaremeka, wazee wanaachwa. Wazee wanaachwa. Naona kama unataka ukuwe na nguvu, kula greens. Sasa acha kukura ile choma na hizi kukuproira huko. Kura greens. Hapana, mimi Fred, wacha niongee kenye iko. Naona wanaume sahi hawapi wanawake wao mapenzi. Hata kuna wengine hawachi mapenzi. Tualiona brother yake ameoa na yeye ameenda kuleta competition. Chaki time naosha bibi yake akwe mzuri. Usipoosha ataoshewa na jirani. Unashinda ni nini mnakosana. Alafu nao wanawake, hata mimi niko hapo ndani. Kama mmekosana na mzee, acha kumwambia mtoto si wako. Hapana, wewe tu jinyamazie. Hiyo story ishe. Alafu Sasa mnataka muosho aje sasa? Wewe Freddy, kuna wanawake wagumu, hata kiberiti hajui, hata mtoto amundui, hata amundui uniform, ako tu hivi anakuja jioni. Hizo ni mahitaji za nyumba hizo. Unajua hizo lazima as a human being, mwanaume lazima ufanye hizo vitu kwa nyumba. Kwa hiyo ni majukumu yako. Okay. Alright, sasa ni saa 7. Kamili saa 7 asubuhi. Tarehe 3 mwezi wa pili 2022. Huu mwezi unaenda mbio bana kushinda Januari. Sasa huu mwezi unaenda mbio sana. Nataka tuingie kwenye climax kumalizia sasa kwa hii mada yetu. Niko na mtu Wanyako kwa simu atatumalizia. Hamida atatumalizia na Adia atatumalizia kwa maombi. Nataka nikuje kwa Dabu Karara. Uongee maneno kwa dakika moja. Yale mazuri utaweza shauri ya watu kisha baada hasa amen. Ona sasa amen. Freddy. Nataka usungumuze maneno yale ambayo unaweza kupatiana ushauri kwa dakika moja kwa sababu ya masaa. Mimi kitu nitaweza shauri hawa wanawake. Kitu ya kwanza, kuwa na upendo kwa mume wako na kuwa faithful. Yes. Usimletee mtoto kutoka nje. Kama unataka ndoa yako isucceed. Alafu acha kucompete na best yako eti ameshuka nywele ya pesa ngapi, amevaa nguo ya pesa ngapi. Wanafaa waangalie example ya first lady na bibi ya debut. Hata hawashukangi nywele, wananyoanga. Wana dress simple na they are the richest women in Kenya. So hakuna haja eti ukimbishana enda kujipandika makuja nini. Wewe jifalize tu as long as uruku neat. Ujidress vizuri kwa mume wako. Si lazima uvae nguo ya 10,000 ama 20 ndio. Hata utavaa nguo ya 150 200 but you look smart. According na venye dress. So hizo makuja za kujipandika nini eti manywele, I don't think hizo ndio zitafanya usiende nje. Ni tabia yako ndio itafanya uheshimu mume wako na usiende nje. Uheshimu ndoa yako ndio itadumu. Sasa nawaja nimalizie hapo. Modesta. Mbona unacheka? Mimi sijacheka yake wewe. Sijacheka. Kuna mtoto hapa ananichuna hapa hataki kulala. Sijui ni kama mende imemwona. Wasimu ndiye anacheka, Wasimu ndiye amecheka, tutamleta baadaye. Wacha niingie kwake Modesta, kwake Hamida ndio tuingie kwa simu. Hamida usilale. Yes, kimtu Modesta. Na mimi sasa hapa only pray to God na wape solution, and then we ladies now imefika mahali hata siku hizi wanasema two partners should be Christians. Unajua hii mambo tena imekuja ati a Christian marries an non-Christian, inaletanga shida
'cause hata mkijaribu namna gani hamwezi sikizana. Only God who can intervene aone venye watafanya awasolvie hiyo shida. I'm done. Alright. Hamida uko? Hamida? Halima? Right. Let me rush to phone. Huyo mwanaume nimemshangaa na mambo yake. Ndio. Ameoa kwa kuna mke huyo. Akome na hiyo 200 yake na ajue asikoma na hiyo 200 atakuliwa mwanamke hivi kazi. Eti wauka signora anywe. Freddy. Ndio hiyo narudi. Urudi hapa. Kwanza kuja hapa. Acha kuja hapa. Sikie maneno. Umefika Freddy? Ndio hiyo nafika. Sawa, kaa hapo, kaa. Keti. Sasa msikati ya. Nasema sa bibi ya bwana anajua kwa nini yule mwanamke anajua nywele, labda yeye akisuka nywele yake inamuwasha. Maana kama mnaishi pamoja, mume hana kazi, hamna uwezo, basi tuishi uwezo wetu mdogo au lakini kusema sio lazima tufae nguo ya 1000, tufae nguo ya 200, tusonge hii muda kujiwekea hiyo wazali. Wanawake ni urembo mama, na siku hizi hatupangiwi, na ndio maana tumejua kutafuta. Ukishindwa kututunza tunaweza sisi wenyewe, tukitaka tunaweza. Lakini chenye ningeweza kusema yenyewe ili maisha ya haraka. Iwapo una mwenzako, unapenda mwanamke wako, jaribu kumwelewesha ile maisha uko nayo. Unajua sisi wanawake tunaingishwa box kwa vitu vidogo sana. So kama umeshaingiza mtu box ukatoa barabarani kisha umenipea watoto, usiendelee kudanganya. Mwisho nitakuja kuchanuka, itakuwa mbaya. Lazima tufike mahali uniambie hivi, oya, mimi bwana sijasoma, kwa hivyo naweza kupata kazi nzuri ili niweze kupata pesa, tuishi maisha mazuri ama makubwa na kipato kikubwa. Cha msingi nitungie kwamba tulime ama nikuletee biashara fulani kuna huku ufanye na mimi. Mwanamke na mwanaume kama nilivyosema last week, first of all, apart from kuwa wife and the husband, tukue marafiki. Tuache kupelekana mbio. Mwanaume aelewe mapungufu ya mwanamke na mwanamke aelewe mapungufu ya mwanaume, na tuwe wa kweli, wazi. Unajua unajua kuna sometimes wanawake wengine mtu anaogopa. Kuna wanaume wanaogopa, labda anaweza enda kwa mwanaume wako, nataka kumwambia kitu fulani kulingana na feel ama nataka, lakini kwa sababu najua nikienda kumwambia hata nipea muda, hata nisikiliza, nitaogopa, nitanyamaza. End of the day nitakuja kufanya kitu kibaya, kitambachwe kama hiyo kuzaa mtoto nje ya ndoa. Hakija kuniletea kipati, kwa nini mtoto wako ni wanani? Wanakuja kunistua kwamba sikiliza, nikwambie wewe uwezi, hii game uwezi. Na ndio maana tulijaribu na huyu rafiki yako, nikajikuta nimesa. Unajua ikifikia point kama hiyo ndio mtu
elimu yako iko chini, unaweza anguka ukufe bila joto. Nanielewa. Ndio maana nasema tuwe marafiki na kuwa tayari kusikiliza tatizo la mwenzako, na yaani kikwambia kitu jaribu kunielewa, usijaribu kunipuuza. Ile kupuuza inaenda inaleta maneno magumu mabaya. Kwa hivyo wanawake ni project kwa ndoa. Usiseme ya kufanya utamkununulia nguo nzuri ama kiatu kizuri ama kunipeleka saluni. Hapana. Hizo project zangu uko nazo za miliwa, sikisa kazi gani huko, na mimi ni project hapa kwa nyumba. Lazima unitunze, lazima unifanyie, unipambe vizuri. Usiponipamba kipata huku na huku, jirani yangu hapo tayari kunipamba na kunipea chenye nataka, oya sinaanguka chini, kwani ni kesho. Habari ndio hiyo kwa Afrika. Nimekusikia wewe, hata sijui ni nani huyu. Agiko kulikundo chitarajia kuriri uru. Rukundu siya si Jodorani. Umeenda uko chini kabisa. Rukundu weka maiki kwa mzuri. Nimesema nimekupatia dakika moja ndipo kalala. Karara. Dakika moja ni yako. Okay, good. Wacha kuniharibia jina yangu. Kara. Ndipo kalala. Sawa, wacha niongee. Sasa mimi nataka kusema hivi, huyo mwanamume, huyo bibi asirudi. Kama mimi nimesema kama dada yake. Huyo ni upuzi. Mwanamke anawekwa vizuri, ana provide akisi kweli nipate huyo mwanamume ananifanyia kila kitu. Mimi hata siwezi fanya jambo kwa yenu. Ndakaa kumngojea. Siwezi ongea na marafiki zake. Siwezi kwa mtu mzuri. Huyo mwanamke afukuzwe au mwanamke mwingine. Alafu wanaume siku hizi kwa darasa mmerara. Mjangamke mkule karoti. Alafu muoze wanawake zenu. Muoze wanawake. Kombreni ndio hiyo. Mwanaume anakaa Sio wote. mwanamke hata si wote watengeneze kanyera. Dapo karara. Si wote. Wengine hichi niko sawa. Mko na vituko? Wenu? Okay. Podo mwanamke wako. Alafu kuna wanawake waendi kasi. Hata mimi nilikuwa mmoja wao kukaa kwa abroad. Watu wamewekwa vizuri. Na anaangalia tu jirani. Anasema kijana wenyewe. Wanawake mwache. Pura hivyo mimi nitachukua wazee wenu wote. Na niishi na wao. Kama hamtawalinda. Na wanaume kama hamtalinda wanawake zenu. Ni kuache tu mtaache. Alafu kama umekosana na msie tafadhali. Wacha kumwambia mtoto si wako. Hiyo ni kitu mbaya. Hiyo nawakumbuza. Ndio niko nayo. Kuna watu wangu napenda hapa. Mwende kwa channel ya Mnyangi Media. Msubscribe, mlike. Tena kuna kijana napenda sana na Kituma. Sitaki kumuongea sana. Anaitwa Nicholas Kioko. Na wao mwende msubscribe hiyo channel yao. Alafu na msubscribe na channel ya Kurukundu. Na mlike, mtoe matope ili muwe watu wazuri. Na yako. Masi hapo. Na yako. Hapo ni yake ni ya kutafuta sita. Yangu mimi sina jani lakini niko na TikTok. Niko na TikTok. Lakini sitaki kuambia. Wewe wacha tu tuende kuna. Sasa we
Wewe TikTok. chini karakara Sitaki wote. kuambia. Kwa sababu ya muda, nami pia nawakumbusha Tuweke backstage na karakara huyu tuongee huko. na watu wote backstage. Nilikuwa nawakumbusha kwamba birthday ni very soon, kama tarehe 3, siku ni 2 tu peke yake. Mkuje tu kwa wingi. Mkuje kwa wingi. Tutaanza saa ngapi? Saa 3. Sijui niame kipi. Yeah? Kugurubuntu nitumie fea niteremke kishi. Inakuwa Mimi weekend naona ama inakaa nikiamia weekday. karibu na kurukundu. Hiyo siku mimi ni mwasi asubuhi maji. Mimi Kurukundu mimi mnibakishie ndio nachota maji ndio ndakuosha. Alafu kwa baada ya keki mimi niko na precious prank cake. mimi nakula cream. Kugurubuntu Mimi umezidi. nakula wine ba. Ove Kunywa wine. utakunywa mingi. Wewe sisi tumeokoka usindo katika jina la Yesu. Umeokoka wapi? Kwani wine imekataliwa wapi? Nataka tumalize show wapeleke backstage. Tuweke kuna kurukutu backstage. Na unaona sisi ni watu wazuri wa Mungu. Ati? Tuombeni wapeleke backstage. Yenyewe kurukutu tuweke. Hiyo channel nimesema haki kurukutu acha nirudi. Haki mwende kwa channel ya Nicholas Kioko. Tafadhali subscribe. Msiko na mbaya. Utaongea mpaka ushindwe kutamka majina. Malizie Modesta. Kombe. Haya. Tukumba masiku sasa. Our Heavenly Father, we come unto you this moment. We say thank you for the gift of faith that you have given unto us, O Lord. Father, as we have come together, see what we have talked about, and we pray for the guy who had some issues, oh Lord. May you give him knowledge and wisdom to solve the problem, oh Lord. Fathers, we are going to depart. Be with us. Send your angels upon us, oh Lord. As we sleep with them. They take care of us until morning, oh Lord. As we reach in the morning, we say, glory unto you, oh Lord. I pray this and believing in Jesus' name. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Surely goodness and mercy. Thank you very much. Shall follow me on the days of my life, and I shall go in the house of the Lord forever and ever. Amen. Thank you very much. And thank you for following us. This is how we Facebook. Hiyo mambo ni ya kuokoka. Niko sawa. Nashukuru sana. Nyinyi ni watu wazuri sana. So let's meet. Kugurukundu. Pate patanisho, pate mchumba na nipate. Kurukundu sema na watu waleki kwa TikTok yangu. Kugurukundu.